Usitoka kwa nyumba ya Bwana. Mwambie Bwana. Shaka yanda rababo. Rekabo shita rabaganda. Tunakuabudu Baba, tunasema ni asante uwezo wako Bwana. Tumekuja na nyumba yako. Wewe ndio tunahitaji siku ya leo Bwana. Wewe ndio tunahitaji siku ya leo Baba. Tenda wema nyumbani hii Bwana. Bariki watu wako Bwana. Inua watu wako Bwana. Inua watu wako Bwana. Hey! Katika jina la Yesu tumeomba na tumeamini. Hallelujah. Hallelujah. Tuinue mikono yetu juu. Inua mikono juu. Baba, tunakupa sifa zote. Tunakuinulia mikono yetu. Tunakuinulia mioyo yetu. Tunakuamini Mfalme na tunakutegemea. Tunapoingia katika season yetu ya Shilo, tunaomba mkono wako ukasimame juu yetu. Baba, ukatupiganie vita zote. Tukaione neema na tukapokee kutoka kwako katika jina la Yesu. Pigia Bwana makofi mazuri. Pigia Bwana makofi mazuri.
tunapoketi katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord, church. Bwana Yesu asifiwe. Are you blessed in the house of God? Naomba unipungie mkono. Haleluya. Haleluya. Nashukuru Mungu sana kwa neema na kibali ambacho ametupatia. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu kwa neema na kwa kibali ambacho Mungu ametupatia. Kwa wageni wetu, majina ni Apostle Teresia Wairimu Jenga. Ninampenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Na ninashukuru Bwana kwa umbali ambao ametuleta. Bwana Yesu asifiwe. Na nina furaha sana nikikaribisha Kameme TV family, na wakaribisha wote katika jina la Yesu. Mujihisi muko nyumbani, and I promise you that distance is not a barrier. Whatever you are believing God for, ukiwa hapo nyumbani kwako, wherever you are, our Facebook family, Give Hope TV family, wherever you are, distance is not a barrier. God will locate you. Muujiza wako hautazuiliwa na umbali wa mahali upo. Muradi tu umesikia neno. You are a partaker and you will receive from the Lord in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ninashukuru Bwana sana nikienda kufungua rasmi Shiro 2025. Muniruhusu tu dakika 2 niweze kufungua Shiro 2025 tunapoenda kusikia neno na kupokea kutoka kwa watumishi wa Mungu ambao Bwana amepaka mafuta kwa sababu yetu. Hallelujah. Niruhusu nichukue dakika 2 nikuletee mwaliko. To the sons and daughters of Synagogue of Hope churches, and to our distinguished guests, our honorable guests, to the global family watching across the nations, and to every fervent heart anchored here at Synagogue of Hope Church, Kasarani. I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. We are not just marking time. We are marching towards destiny. I stand here today with a burning mandate from the Lord to announce the most pivotal spiritual encounter of our year. It is time for our annual pilgrimage back to the altar of breakthrough. From Sunday, October the 5th to Sunday, October the 12th, 2025, the heavens will open again over Kasarani for Shiro Conference 2025. The irreversible shift, taking your territory. The prophetic theme that God has laid upon our hearts for this gathering is powerful, it is urgent, and it is absolute. The irreversible shift, taking your territory. It is inspired from the book of Joshua, chapter 1, verse 3. Hallelujah. Joshua, chapter 1, verse 3. Let me mark this. For too long, the enemy has convinced you to settle on the wrong side of the promise. For too long, the enemy has preached to you. For too long, the enemy has convinced you that you are a non-important person. But I am here to tell you, you have lived in this wilderness of almost there for many years and for many months and others for many decades. The desert of delay and the mountains of limitation. But I declare to you today that that season is over. I am declaring to you today that that season is over. The irreversible shift means that the breakthrough you receive this October will not fade away. Hallelujah. The breakthrough that you will receive this Shiloh, the breakthrough that you will receive today, it will not fade away. It will not fade away. I am saying it will not fade away. Bwana asifiwe. It means the financial door that God will open will not be shut by any devil, will not be shut by any man, will not be shut by any invisible altar. This Shiloh is for permanent and undeniable change.
What to expect in this place of destiny? Shiloh is not just a meeting. It is a divine appointment. It is a place where Hannah wept and a child was given. It is a place where the impossible becomes possible. The tangible evidence of God's power is all about this Shiloh. When you step into this 8-day encounter, you must come out with one thing: radical expectation. Bwana Yesu asifiwe. Radical expectation. Bwana Yesu asifiwe. There is a difference between men of faith and people who are radical. These are people who believe even when there is no sign. You must come with one thing: radical expectation. We are done asking. We are taking. We are done asking. We are taking. This year we are moving from prayer requests to territorial decrees. This year we are moving from requests to territorial decrees. We will be taught, we will be equipped, we will be empowered to identify and to claim our portion and our inheritance. Be it spiritual, be it financial, be it your career, your family. In every area of your life, the enemy has put you into captivity. You are coming out in the name of Jesus. A new level of fire. This is a new beginning. Tell your neighbor, a new level of fire. Hallelujah. Jesus told the disciples, do not leave this place until you have received the helper. You know, when the helper comes, he comes with, number one, the Spirit of God. You will be baptized by the Spirit of God. But number two, it is the fire. Ambia jirani fire. You need fire. What you will receive from this place, you will receive fire. Bwana asifiwe. Fire that will help you to dismantle every ancient altar, every curse of limitation, and every failure that is in your life. Apostle Peter Jenga and I, alongside a host of anointed ministers, we will be releasing prophetic declarations and teachings that will turn your faith into a force of nature. Miracles as proof. We expect a huge deluge of miracles. Healings in every area of life. If you are struggling with sickness, this is your place. If you are burdened by debt, this is your place. If your family needs reconciliation, do not miss these 8 days. Bring the sick, bring the discouraged, and let God of Shiloh do what only he can do. Your mandate from 5th to 12th. I charge you today, clear your schedule. This is not optional attendance. It is compulsory for your destiny. From October 5th to 12th, let nothing distract you. Bring your altar. Bring your problems. When I say bring your altar, bring your problems. Leta hoja zako kubwa. Leta hoja mzito mbele za Bwana. Do not just bring yourself. Bring the things you want God to intervene in. Bring your documents. Bring your business plan. Bring your burdens. Bring your passports. Bring your barren places. Invite 3 people. Let no one you know remain captive in the wilderness. Be a vessel of this irreversible shift and bring someone who needs a breakthrough more than you do. Come and let us war in the spirit. Come and let us registrate the counsel of God of our lives. Come and let us experience the irreversible shift. I look forward to seeing you, rejoicing with you, and dedicating your testimony to God who never fails. God bless you all, and get ready for a radical change. The shift is now. The shift is now. Hallelujah. It is not tomorrow, it is now. Abia jirani, it is now. Bwana Yesu asifiwe. I thank God for this opportunity
that has been granted to us. It is yet another time, the 6th year, that we are coming back to Shiloh. This is the 6th year that we are coming back to Shiloh with the great expectation, with thanksgiving in our hearts, and also exalting the name of God in our generation. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. I thank God for the man of God, for the powerful word that you have spoken above Kenya. Bwana asifiwe. It is time for Kenya to shine. This is her time. It is her season. But Kenya is desiring to have a man that will bless our nation. A man who will not speak ill against our nation. Kenya is looking for a person who will bless her. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna kitu tunatafuta Kenya, ni kutamkiwa baraka. Man of God, I'm tired of listening to people cursing our nation as if we have another nation. We are Kenyans. We have been born in Kenya, and this is our country. And you as a Kenyan, you better love your country. Wewe lazima upende nchi yako. Some of us, we have traveled, and we have seen how we have been treated in other nations. I was telling my husband the other day, I went to a nation somewhere here in Gulf. I went into this nation. They are not used to seeing visitors who are black. So immediately they were asking me, America? Apparently hawapendi wa America. So wakiniona American, then I would say no, Africa. Then kumbe Africa ndio shida, ndio matata. Bwana asifiwe. Ndio ilikuwa matata. I said Kenya. Then I was put through so much scrutiny. I was scrutinized. Mifuko yangu inafunguliwa. Karibu kiatu wafungue chini. Karibu kiatu wafungue chini. Bwana Yesu asifiwe. So I want to tell you, the only country you have as your home is Kenya. And the only country they will have to receive you whether they like it or not is Kenya. Because ukikuja Kenya, lazima wakupokee. Any other place, wewe ni mgeni, you need to bless our country. Wale wanaongea vibaya kuhusu taifa letu, tuanze kubariki nchi yetu. Bwana Yesu asifiwe. This is our country, it is our nation, and this is our Shiloh. Tuko hapa na tunatangaza tukipona, na nchi yetu pia inapona. The testimonies ambazo tumesikia mbaya mbaya kuhusu taifa letu la Kenya, wakati Shiloh inaisha na hizo shuhuda baya zinaisha, Mungu lazima ainue jambo ambalo litafanya Kenya ijulikane dunia mzima. Kenya ionekane tena. Mchungaji amesema imefunikwa na habari mbaya. Mungu analeta habari njema katika taifa letu la Kenya. Mungu analeta habari njema katika taifa letu la Kenya. And we are going to be partakers of the good news that God is bringing in our nation Kenya. Hallelujah. We are the ambassadors of this nation. Kwa hivyo tusimame na nchi yetu tuweze kuendelea. Nataka kusoma neno moja hapa ndio niweze kukaa. Genesis chapter 35. Genesis chapter 35 from 1 to 3. Naomba tusomee pastor. Then God said to Jacob, "Arise, go up to Bethel and dwell there, and make me an altar there to God, who appeared to you when you fled from the face of Esau your brother." And Jacob said to his household and to all who were with him, "Put away the foreign gods that are among you. Purify yourselves and change your garments. Then let us arise and go up to Bethel, and I will make an altar there to God, who answered me in the day of my distress and has been with me in the way which I should have gone." Mungu akamwambia Yakobo, "Ondoka, panda uende Betheli, ukakae huko, ukamfanyie Mungu madhabahu huko, yeye aliyekutokea ulipomkimbia Esau ndugu yako." Yakobo akawaambia watu ya nyumbani mwake na wote waliokuwa pamoja naye, "Ondoeni miungu migeni iliyo kwenu,
mjisafishe, mkabadili nguo zenu, tuondoke tupande kwenda Betheli, nami nitamfanyia Mungu madhabahu huko. Yeye aliyenisikia siku ya shida yangu, akawa pamoja nami katika njia yote niliyoiendea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise God. Tumekuja Shilo, tumekuja mahali Mungu alituambia tukae. This is the place that God ordained for us. Wale ambao hawajaelewa Shilo ni nini, Mungu wakati aliniita, he said to me, build me an altar. I desire to visit my people. God spoke to me na akasema, nijengee madhabahu, ninatamani kuwatembelea watu wangu. Na nikamwambia Mungu, bona kuna madhabahu mingi, makanisa ni mengi, lakini Mungu akaniambia ninatamani madhabahu ambayo nitakutana na watu wangu, ambao nitakuwa majibu kwa maisha ya watu wangu. Nilipokuja hapa, Mungu akatusaidia na tukainua madhabahu. Tulipoinua madhabahu, Mungu akaniambia mahali hapa, it is a place where I shall meet my people. Bwana Yesu asifiwe. I was in America na nilikuwa mahali kwa conference, mahali pale Rhode Island. We were in a conference. Na nikiwa hapo Mungu akaniambia, the time for the altar is now. Wakati wa madhabahu ni sasa. Rudi nyumbani na ukajenge madhabahu mahali pale. And that place I will make it a mountain of solution. Bwana Yesu asifiwe. Akasema nitafanya mahali pale mlima wa majibu. It will be a place of solution. Praise be to God. Na wakati Mungu alinipatia lile jukumu, wale ambao wananijua, wanajua mwito ambao Mungu amenipatia, nimeusimamia. Na kama kuna kitu tunahitaji, ni kuwa na madhabahu ya Mungu, mahali tunapokea majibu kutoka kwa Bwana. Praise be to God. Watu wengi hawajaelewa ya kwamba ni Mungu, kama vile mtumishi anasema, Mungu yuko tayari kufanya. Bwana asifiwe. Watumishi wamejiandaa, lakini watu wengine hawajajiandaa. Lakini leo nataka kukuambia, Mungu alisema ako tayari kujibu maombi yako. Ako tayari kukutana na maisha yako. Ako tayari kupokea dhabihu zako. Ako tayari kusikia kilio chako. Mungu alisema inua madhabahu na mimi nitajibu maombi ya watu wangu. I have desired to visit my people. Na lile neno nimekwama nalo, na wale wengi wananijua. I tell people, you have to honor the altar of God, because God will answer prayers. Wakati watu wanaheshimu madhabahu. Mtumishi amehubiri leo, and he has declared that kanisa la Bwana utukufu wake unarudishwa. Ataki kubwa imefanyika Kenya, madhabahu imekuwa attacked. Na madhabahu imedharauliwa. Na kanisa la Bwana nataka niseme leo, kama kuna mahali Mungu atarudi na kujibu maombi, atarudi pia kwa madhabahu. Mungu hatavuja protocol, sababu watu wamekuwa sijui ni wajanja, ni werevu, sijui wamekuwa wamechanuka. God will come back to the altar and he will answer from altar. Protocol yake ni madhabahu. Bwana asifiwe. Na nimehubiri, nimewaambia, kama kuna mtu alikwaswa na mchungaji, dawa yako ni mchungaji mwingine. Kama kuna mahali ulikosewa kwa madhabahu, dawa yako ni madhabahu ingine. Dawa yako ni madhabahu mwingine. Kama unasema, mchungaji alifanya hivi, sasa siwezi nikaenda kanisa, siwezi nikahudhuria maibada, nilichoka na kanisa. Kama ulikosewa na mchungaji, dawa yako ni mchungaji mwingine. Tafuta mwingine. And that is the protocol of God. Mungu hatavunja ati aibishe watumishi, lazima Mungu atarudisha watu kwa madhabahu. God will bring his church to the place of worship, because there he will heal the land. Hapo ndio ataponya nchi yetu, na hapo ndio ataponya maisha ya watu. Kuna wengi ni wagonjwa, lakini hawajaelewa katika madhabahu, hapo ndipo uponyaji wao huko. Kuna wengine wameshindwa,
hawajaelewa, majibu yao yako katika madhabahu. In the altar of God, hapo ndio majibu yako iko. Lazima tuelewane. Majibu yetu yatatoka kwa madhabahu. Na heshima, lazima turudishe heshima ya madhabahu. Mungu ametamani kubariki watu wake, lakini watu wake wametoroka madhabahu. Watu wake wamepinga madhabahu. Watu wake wanaionea madhabahu. It is time to come back. God has already forgiven our sins. It is time for us to take the first bold step. Na tukubali kwamba Mungu anatuponya. You know, sometimes Mungu ametuponya, lakini hatujakubali tumepona. Hatujakubali tumefunguliwa. Hatujakubali ya kwamba Mungu kuna mambo mapya anafanya. Let me tell you, Kenya, a time has come, a time is now. God has already declared that tunabarikiwa mwaka huu. Prophet, umesema hivyo nikasikia ni kama nitapaa juu, niende kidogo halafu nirudi. Because I know it is now. Miezi inaonekana kama imebaki michache, lakini katika hiyo miezi mitatu, there is already a shift. There is already a shift. Mungu anabadilisha. The Bible says moyo wa mwanadamu uko kwa mkono wa Mungu, na anaubadilisha vile anataka. Leo anaweza badilisha, anaweza kufanya jambo jipya. I want you to believe. Nataka uamini katika madhabahu. Uamini hizo siku 8 utakombolewa, utafunguliwa. Utaona neema ya Mungu mahali hapa, na mkono wa Bwana utakutembelea. Yakobo alipokuwa anatoroka, anamkimbia ndugu yake, alifika mahali pale panaitwa Bethel, na Mungu akamtokea mahali pale, akamnenea maneno, akamwambia, ni mimi Mungu wa babu yako, Mungu wa baba yako, na sasa mimi ni Mungu wako. Nitakuwa na wewe mahali uendapo, na mimi ndio nitakurudisha mahali hapa. Mungu akampatia promise ya kwamba hata muacha, ataenda na yeye. Yakobo akaenda, akabarikiwa, na siku nyingi ako na watoto, ako na familia. Lakini Mungu akamkumbusha, kuna mambo, kuna mahali ulikutana na mimi, na hapo mahali nikakuongelesha. Na Mungu akamwambia, I want you to go back there. Nataka urudi mahali pale. Bwana asifiwe. Wakati Mungu anaandaa neno la pili juu ya maisha yako, lazima urudi mahali mlikutania na yeye. Wakati Mungu anaandaa another season in your life, lazima anakurudisha mahali mlianza na yeye. Anakurudisha hapo ndio akukumbushe ni nini mliongea na yeye. Many years ago, I was praying to God, Mungu nibariki, Mungu nibariki. Na nikaomba, na Mungu nikamwambia, I made a covenant, Mungu ukinibariki, nitalea mtoto moja yatima. I said I will raise one child who is an orphan. Kaambia Mungu ukinibariki, nitalea yatima. That was the word of, neno ambalo nilisema. Many years ikapita, and God blessed me. Na wakati Mungu alinibariki, nikawa natamani tena kubarikiwa, kuingia kwa level ingine. Then as I was praying kwa level hiyo nyingine, Mungu akanikumbusha, tulikuwa na kitu tuliongea. You said utalea yatima. Mungu akasema, sitaki ulee kamoja, I want you to raise orphans for me. Mungu akanirudisha mahali pale, akaniambia go back to that place. Na nikarudi pale. Na by the grace of God ni miaka 10 na nimelea watoto wengi, wengine wako college, wengine wamemaliza, na wengine bado wanasoma. By the special grace of God. Mungu akanirudisha mahali pale, because there, hapo ndio tuliongea. Hapo ndipo alinipatia ahadi. Hapo ndio na mimi niliweka commitment yangu. Our God is a God of covenant, and he is a keeper of his side. Yeye akiahidi lazima atatenda. Kuna mambo mengi
tumesema kwa madhabahu. Bwana asifiwe. Na kupitia yale mambo tumenena na Mungu kwa madhabahu, Mungu mwenyewe lazima atatimiza pati yake. Every prophecy that will be spoken in this place, you will be a partaker. Lazima utapokea, na Mungu lazima atatenda upande wake. People from Congo, from Rwanda, from Uganda, Nigeria, all the nations, you did not come for nothing. I know that your life will never be the same again. God will revive your countries through you. Hii revival mutaipeleka kwa nchi zenu. Na hii revival itazalisha movement kubwa ambayo italeta mabadiliko katika mataifa yenu. If you have ever seen Congo on fire, it will start this October. Ile moto mutarudi nayo, hiyo ndio itawasha moto wa revival ambao itachipuka kwa hizo nchi. Hallelujah. It is time for Africa. I joined the African agenda because I have the heart for Africa. It is time for Africa. The time for reverse missions is now. It is time. Unajua watu wengi si wa Kikuyu. O mundu oke na karukwa gwaterio mwaki eke atia. Mnasaidiwa na roho kutafsiri hiyo. Nasema kikwetu kwa boma moja inaweza kuwa ilikuwa na kuni na moto, na wengine wote wakose moto. Sasa kila mtu anaenda na kuni, anaweka hapo, ikiwaka moto anafanya nini? Anaenda. Sasa huyu amebeba moto. Moto ya kwetu ya Kiafrika iko inazima. Watu wakienda kulala, kuna vile walikuwa kubekane kuga hata Bishop Emily. Kuna vile ilikuwa inaacha kama imefunikwa. Na ikifunikwa ile style ilikuwa inafunikwa, haipoi. Asubuhi mwenyewe akiamuka, anaongeza kuni, alafu anaiwasha, inawaka tena. Hiyo moto hakuna mtu alikuwa anaizima, na haikuwa na haja ya kiberiti. Haikuwa na haja ya kiberiti. Now this is the season. Mataifa yatakuja kila mtu na kakuni yake. Na atachota moto katika taifa la Kenya, na moto utaenea dunia mzima katika jina la Yesu. The time for revival is now, and the time for our healing as a nation is now. Hallelujah. I thank God for you. Nataka sasa tusimame tupokee mtumishi wa Bwana Bishop Emily Wangui. Tusimame tutupige makofi mazuri. She has a word for us. Alafu tupatie prophet, the man of miracles. Tutembee na miujiza tunapoondoka mahali hapa. Kameme TV, usizime hiyo mitambo. Kaa kwa hiyo mitambo mpaka na wewe pia upokee muujiza wako katika jina la Yesu. Bishop Dr. Emily Wangui, all the way from Nakuru. Karibu sana. Tunakupenda mama yetu. Karibu sana, karibu sana, karibu sana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema katika kitabu cha Leviticus chapter 12 chapter 12 chapter 12 chapter 6 verse 12 inasema, naye moto ya madhabahu isiweze kupoeshwa. Bwana Yesu asifiwe. Wale wamejaa roho wa Bwana, moto wa madhabahu isiweze kuzimwa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusikia sauti zenu. Haleluya. Tumelishwa kutoka asubuhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na moto wa madhabahu, haleluya, usifanye nini? Usizimwe. Amen.
tumeambiwa kila mtu atakuja na kijiti na aweze kuweka kuasha moto katika nchi ya Kenya na apeleke kwa mataifa. Na ndiposa tuko hapa, hata mataifa wengine waelewe ya kwamba Rabasaya ni wakati wa moto wa Bwana. Amen. Mosi ni nyamazie. Amen. Asante. Wana tumekuja nao hata kama hakuna, even if I don't have a point, sema amina. Martin wa Janet uge amina, hata bali hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Bwana, tuketi kidogo. Neno la Bwana, asante. Neno la Bwana inasema hivi. Amen. Ya kwamba wanafunzi wa Yesu katika kitabu cha in the book of Acts wakaambiwa msitoke Yerusalemu. Amen. Na hapa Kenya tunajua ya kwamba sisi ni watu wa maombi. Usitoke Yerusalemu kabla hujajazwa nguvu. Tuko Shilo 2025. Ya kwamba tumekuja kumwambia Bwana, natoka hapa moto ukiwa kwa kichwa changu. Natoka hapa na nimi za moto kwa kichwa changu. Bwana Yesu asifiwe. Hatutatoka hapa vile tuliingia. Bwana Yesu asifiwe. Hatutatoka hapa vile tuliingia. Tutatoka hapa kama tumejaa neema ya Bwana ikiwa juu yetu. Moto wa Roho Mtakatifu ukiwa unawaka, nazo ishara na miujiza zitafuata. Kuna kitu mtumishi wa Mungu alisema. Leo acha tukurify mtumishi wa Mungu apostle prophet. Ya kwamba watumishi wamejitayarisha na imani iko. Wewe yako iko wapi? Ya kuweza kuvuruta kile ambacho unahitaji. Na kusema nimekuja, nimekaa kwa muda wote. Haleluya. Lazima nitoke hapa kama moto unawaka kwa kichwa changu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuone neno katika kitabu cha Isaiah 32, I think verse 15. Na watu wangu watakaa katika kao la amani, Yes. na katika maskani zilizo salama, na katika mahali pa kupumzikia penye utulivu. Turudie tena. Na watu wangu watakaa katika kao la amani, na katika maskani zilizo salama, na katika mahali pa kupumzikia penye utulivu. Unasoma kitabu gani? 15. Hata roho itakapomwagwa juu yetu kutoka juu, hata jangwa itakapokuwa shamba lizaalo sana, nalo shamba lizaalo sana litakapohesabiwa kuwa msitu. Amen. Amen. Biblia inasema until the Spirit is poured upon us from on high, and the wilderness becomes a fruitful field, and the fruitful field is counted as a forest. Baba, katika jina la Yesu, naomba Roho wa Bwana ushuke mahali hapa. Naomba neema ya Bwana itambae mahali hapa. Nena na mioyo yetu Baba yetu, maana tunakusikia. Tuko katika Shiloh conference ya 2025. In the name of the Lord. Na sasa hivi Bwana, I take authority and the Spirit in the name of Jesus, and I arrest every spirit of the enemy. I break every powers of the enemy. I destroy every demonic powers in Jesus' name. I lose the presence of God. I lose the presence of the Holy Spirit. In the name of Jesus, we thank you, Lord, and we bless your holy name. In Jesus' name. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nikwambie jambo moja. Amen. Mimi ni mwombezi. Na kama utataka kuona watu wale wamekuwa
hawajagojea kupokea ni wale wanakaaga wamemaanisha kwa nyumba ya Bwana na roho ya udini. Huyo mtu Roho Mtakatifu is so gentle. Akikuguza anaenda. Kama utakuwa umejiregeza unakaa vizuri. Kwa sababu hatujashurutishwa, tumekuja katika nyumba ya Bwana kupokea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yule mtu anakaaga na siwezi kuangalia upande wako. Yaani anataka kupigana na Mungu. Mungu anamuonaga anatoroka. Bwana Yesu asifiwe. The Spirit will not rest upon you. You continue doing those things. Nataka leo hii inamaanisha. Siku moja nikiwa mtoto mdogo nikaenda kanisani. Kulikuwa na mchungaji mmoja alikuwa anakaaga kila saa amen pastor. Amen. So that Sunday huyo mchungaji alikuja kanisani akakaa. Sasa tulitoka kanisani wote kama tumeenda pali haiko. Kwani kulikuwa na shida gani leo? Ni kumaanisha alipoenda nyumbani aliambiwa na Mungu, wacha hiyo tabia yako. Nimekuweka hapo watu wangu wakikuona wanafurahi. Na wewe umekuja hapa kuwakazia. Ondoa hiyo makasiriko. Neno la Bwana linasema ya kwamba Roho wa Bwana atashuka kutoka juu na atatushukia, na kila jangwa kwa maisha yako, jangwa kwa maisha yangu itabadilishwa iwe kama shamba ambalo lina mazao, a fruitful field. Bwana Yesu asifiwe. Nayo hilo shamba litabadilishwa litakuwa kama msitu. Kwa hivyo watu wanabarikiwa. Tumetolewa unabii wa Kenya, nasikia kuruka ya kwamba tunabarikiwa. Hiyo umaskini na kwenda, hiyo mambo ambayo tushinda, leo hii Bwana anatenda mambo mazuri. Wale walikuwa na sura mrefu wanaanza kubadilika. Kwa sababu gani? Wakati Bwana anakuja kila mtu atajua. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Mungu amekutembelea kila mtu anaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Juzi nilikuwa pahali kuhubiri huko kunaitwaje Uganda. Wakati kwa Uganda kuhubiri na nikaombea wamama. Palikuwa na wamama wawili wajawazito. I love that. Nikaombea kuwekelea mkono, akaanza kuumwa, anaenda kuzaa na amefika amezaa hospitalini, na anasema nichukue munirudishe kanisani. Nirudishe kanisani. Na huyo mtoto hata anasema wachaneni na magari, wacha nitembee, niko na nguvu ya kutembea. Wacha nikuambie, lazima njaa na kiu ya Bwana ingia ndani yako. Lazima Bwana aweze kufanya njaa. Usinikatie umeme, lazima jambo litendeke. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wengine hapa hata tuko umri moja na wao. They are so young. Ukiwakuta ndio wa shosho ni wewe. Watu hiyo makasiriko. Shosho ni wabili wa shosho watoto wengi. Na kwanza vijana wanatoshana na mati, ndio video wananiita shosho. Wacha nikwambia na shosho ni wewe. Wacha nikwambia ni wakati wa kuinuka na kumwambia Bwana, give me my territory. Nipatie sehemu yangu. Mnaporudi Rwanda, mnapoenda wapi? Mnapoenda Kongo, mnamwambia Bwana, sasa hatujakuja kucompromise na yale mambo yako. Tumekuja tunaweka moto. Kwa hivyo ni rabashaka, rabasanda, rabashekelala, rabasanda. Haleluya. Tunapokea na nguvu. Hiyo maneno ya ugoigoi, mimi ni mama, mimi sijui nani. Shilo tumekuja kupokea. Hana aliingia Shilo. Wakati hakuwa anajielewa, she was just building her altar. Bila tumeambiwa na mtumishi wa Mungu, lazima tuheshimu madhabahu. Alikuwa anakuja tu na kupembelezwa na mume wake. Lakini sasa alijua hata ukinipembeleza unakuaga na watoto ya Penina. Hata ukinipembeleza wewe uko na watoto. Leo nitagojea ulale na nitaenda kuomba kana nitakaa na style ya mwanamke anataka kuzaa. Kwa sababu ile uchungu niko naye, kwa sababu ya kutekelewa na
Penina, hiyo ndio itasukuma mtoto. Hiyo uchungu niko naye, terabashaka, hiyo uchungu ambayo nimekuwa naye kwa shida nimepitia, hiyo ndio nitakaye sukuma maksudio ya Bwana. Na hiyo uchungu tumekuwa naye Kenya, kwa sababu kila saa tunasikia Kenya mpaka imeingia kwa mawazo yetu. Hiyo ndio tunasukuma ile Kenya mzuri kwa utukufu wa jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Create your own world. Amen. Bwana ametuita tumiungu tudogo. Kwa hivyo tunatengeneza na tunaangaza kwa utukufu wa jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wetu wa kuworship na kumwambia Bwana, nimekataa maisha yangu haitachukua hiyo shape. Hata maisha ya Kenya yetu tumelilia Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati zamani hii Nairobi kila pahali hakukuwa na pahali ya kupitia. Watu walikuwa wanaweka vitu paka kwa barabara. Nikamwambia Mungu, sasa hata watalii wakikuja watapitia wapi? Na hata mimi sikuwa na pesa by the way. Lakini wakikuja kwa sababu wanatuletea baraka, watapitia wapi? Utanipenda tu. Bwana Yesu asifiwe. Nikaomba nikaambia Mungu, safisha barabara. Amen. Patia watu pali pazuri waweke biashara zao. Wapatie customers. Nakemea pepo za umaskini. Nakemea pepo za kushindwa katika jina la Yesu. Naomba Bwana ufungue bingu, waachilia hiyo neema juu yetu. Bwana si mdhalimu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka nilienda Rwanda wakati wa genocide. Sikujua Rwanda ni huku ama ni huku ama ni wapi. Mungu aliniambia enda Rwanda. Nikaenda Rwanda. Watu wamekufa kila pahali. Ukifika Kigali inanuka maiti, hakuna mtu, hakuna nini, ni wamama tu huku na wanaume. Nikasimama huko na nikaomba na Kikuyu, maana hata nikiomba na Kizungu hawezi sikia. Nikiomba na Kijaruo hawezi sikia. Wajui mimi sijui Kikwao. Nikasimama nikaambia Mungu, netoka kwa hiyo stage yenu hapo. Kwa hiyo stage, kaambia naikuwa saa 11. Nikaambia Bwana, na mimi huyu hapa, ulikuwa unataka nifanye nini? Akatuma mtu akakuja kunichukua, mwenye Boab nini hotel. Akanikujia. Nikaenda nikalala nikilia the whole night. Wazungu walikuwa huko wakasema, hapa kuna mama amelia. Nilikuwa nikiomba the whole night. Leo hii kuna mambo nikisimama Kigali, Mungu anaya, kwa sababu inchi nakusikia. Inchi itakusikia namna gani? Kama wewe ni kusemea maneno mabaya, kama wewe ni kuilaani, ama ni kusema wacha sasa tuache, sasa tujui tutaenda wapi. Hakuna pale tunaenda, tunakaa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na nchi yetu ni mzuri na nikubadilika inabadilika. Kwa sababu kila mmoja wetu tumekuwa ni miale ambayo inawaka. Vile prophet ametuambia, tunaenda kila country yote ya Afrika na tunapeleka mioto huko. Tunarudi Amerika kuwapelekea Mungu. Tunarudi Britain kuwapelekea Mungu. Haleluya. Na utaenda hivyo umekasirika, lazima uvae sura nyingine nani. Bwana Yesu asifiwe. It is the time for us kujielewa ya kwamba Bwana, ni wewe ninahitaji. Ni wewe nahitaji. Nahitaji uwepo wako uandamane nami. Nahitaji nguvu za Roho Mtakatifu katika maisha yangu. Nahitaji kubeba uwepo wa Bwana. Nahitaji hiyo neema kwa utukufu wa jina la Bwana. Nahitaji kubeba uponyaji katika jina la Yesu, ya kwamba utasimama na useme hakuna ubaya utakaendelea tena, na nchi na anga na kila kitu isikie sauti yako. Bwana Yesu asifiwe. Si tumelishwa sana hapa. Si neno la Mungu si mimi niliandika, ni Mungu alisema mwanadamu hataishi kwa mkate tu. Amen. Sasa tunakula neno. Amen. Kwa sababu kuna mambo mazuri yanatendeka. Kabla mtumishi wa Mungu asimame, nataka wewe usimame. Nataka wewe uongee na Bwana. Na nataka uachilie roho wa uombezi. Nataka umwambie Bwana,
Nimechoka kuombea wana watu. Nataka mimi mwenyewe nijiombee. Nataka kuona mambo yakitendeka. Bwana Yesu asifiwe. Pale nilikuwa naishi, palikuwa na barabara moja, walevi walikuwa wanapitia, watu wanatukanana. Siku moja nilisema masikio yangu ni ya kusikia Mungu, si ya kusikia matukano. Na hii barabara hakuna mtu atapita hapa tena akitukanana. It happened so for 7 years. Hakuna mtu hata mule mpaka siku ile nilihama hiyo estate. Hakuna hata mtu mmoja alipitia hapo akitukanana. The power that is in you, ile nguvu ambayo iko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaondoa yale yote ya kushindwa. Nakwambia Bwana, nataka unijaze tena. Nataka uniongeze na nguvu zako. Nataka Roho wako Mtakatifu atende kazi ndani ya maisha yangu. Nataka kuona mambo yamebadilika. Hata jioni ya leo tunapombewa, naomba neema ya Bwana ishuke na njia kuu katika jina la Yesu, ya kwamba neno la Bwana imesema hiyo jangwa yako ataibadilisha. Wacha badilishe hiyo jangwa yako, hiyo mambo ambayo yamekuwa yakikusita. Wacha Bwana abadilishe hiyo jangwa, abadilisha hiyo jangwa na ifanye kama shamba la Bwana. Ondoa hiyo ukame katika maisha yako, maisha ya kiasili, hata maisha ya kiroho. Bwana kuondolee kila ukame katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, na uweze kufanya maisha yako iweze kuwa ya manufaa, iweze kuwa as a fruitful field, and he will turn it to be as a forest in the name of Jesus. Nataka ufungue kinywa chako, na mimi napenda kusikia watu wakiomba. Nataka kusikiliza maombi yako katika jina la Yesu. Nataka umwambie Bwana, rabashekelala, rabasanda, rabashekelazianta, rabashandoribazaya, ekarabarabazaya, ekarabarabasanda, ekarabarabazekela, rabashenderimazaya. Fungua kinywa, ongea na Bwana. Mwambie Baba, nimekuja katika Shiloh Conference mwaka wa 2025. My life will never be the same again. Lazima nipate my territory in the name of Jesus. Lazima nipokee urithi wangu Bwana, urithi wa watu wa Mungu kwa mikono ya Jehova. Natamani ribashaka, natamani Bwana utende jambo jipya kwa utukufu wa jina la Bwana. Fungua kinywa chako, ongea na Bwana, ongea na Bwana kwa maombi katika jina la Yesu. Omba neema ya Bwana, neema ya uombezi shuke juu ya watu wako Bwana katika jina la Yesu. Na naomba Bwana wa amani utende jambo jipya juu ya maisha ya kila mmoja wetu kwa utukufu wa jina lako. Omba Baba yetu ya mbinguni, wewe ndio unipatia Samson nguvu akashika mbweha za 300 na akaweza kuziakisha. Naomba Bwana hata tunapoanza siku ya leo katika Shiloh Conference, ya kwamba Bwana utatufanya kama hizo mbweha ambazo tutaakisha moto katika katika nchi zetu. Basanda, ekarabarabasa, kelelelele basanda. Omba neema ya Bwana ishukie kila mmoja katika jina la Yesu. Konja kila pepo za uzembe wa maombi katika jina la Yesu. Na achilia Roho wa Bwana na tamalaki mahali hapa. Baba yetu ya mbinguni, tamalaki kwa madhabahu kwa utukufu wa jina la Bwana. Aomba neema mpya ya kila mmoja wetu tuweze kuweza kupokea kutoka kwa mkono wa Bwana. Bwana, mwambia Bwana, inua imani yangu mbele zako. Nisitaki kutoka mikono mitupu. Ndio ni siku ya kwanza, lakini hiyo itanitia nguvu ya kuweza kuendelea katika jina la Yesu Kristo. Uko na mtume, uko na mtumishi wa Bwana ambaye Mungu amemtia mafuta. Wakati wetu ni wakati wa kuambia Bwana, nafungua moyo wangu, napasua moyo wangu, sio mavazi yangu katika jina la Yesu. Apasua ribashaka, rabasanda, rabashekelela, rabasanda, rabashekela zianta, rabashando ribazaya. Napasua moyo wangu katika jina la Yesu Kristo. Nakutamani Bwana, nakutamani. Natamani Roho wako Mtakatifu atue juu yangu. Natamani Roho wa Bwana ashuke juu ya maisha yangu katika jina la Yesu. Natamani kujazwa Bwana na Roho wako Mtakatifu.
Nataka kusikia sauti yako. Nataka kujazwa na Roho wa Bwana. Nataka ujazo. Nataka huduma yangu ibadilike. Nataka uimbaji wangu ubadilike. Nataka Bwana mambo yangu yabadilike. Baba yetu aliye mbinguni, tunataka kusikia Mungu aliyekuwa mbali na kutaka sasa na kuhitaji Bwana. Nahitaji Mungu katika maisha yangu. Nahitaji Mungu katika Nairobi. Nairobi is our capital city. It is the gate of this country. In the name of the Lord, we surround our nation with the blood of Jesus. We surround our capital city with the blood of Jesus. We bind and we break every curse of the enemy against our land in the name of Jesus. And to lose this land and to bless our land as our God has blessed us. We also bless our land. We bless the people of Kenya in the name of Jesus. Na tunanenia malango ya Kenya ya kwamba hakuna uovu utakaingia. Baba yetu, hatutauza urithi ambao umetupatia Baba yetu aliye mbinguni kwa watu ambao kwa sababu ya njaa tumekataa. Hatutauza urithi wetu kwa sababu ya njaa. Hatutakuwa kama Esau aliyeuza urithi wake sahani ya ndengu. Tumekataa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Nimetembea na Mungu siku chache tu, na nimeona vile Mungu anafanyaga. Nimetembea na Mungu siku chache, na nimeona vile Bwana anafanyaga kwa wale watu wanampenda. Lazima ujifunze kuongea naye. Things they don't just happen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. One more time. Inua mkono wako juu, mwambie Bwana niko hapa. Mwambie Bwana niko hapa, nataka unibariki. Natamani baraka zako. Baba yetu aliye mbinguni, inua kila uzito katika mabega ya kila mmoja wetu. Ajua Bwana saa lunch imepita, lakini Bwana tunalishwa neno lako. Omba Bwana uinua kila uzito katika mabega ya watu wako Bwana. Waachilia furaha na amani kwa watu wako katika jina la Yesu. Omba neema ya Bwana Baba yetu aliye mbinguni, neema yako ishuke na njia kuu. Omba Bwana imani ya watu wako iweze kuinuliwa na tuweze kupokea kutoka kwa mkono wa Bwana katika jina la Yesu. Na kushukuru Bwana kwa sababu unatenda mambo makuu kwa utukufu wa jina lako. Omba neema ya Bwana. Vunja kila roho ya utasa. Vunja kila pepo za ambazo zinakalia watu. Kila roho chafu, I rebuke you in the name of the Lord. You have no power and authority over these people. In the name of the Lord, I break your power in Jesus' name. And I lose the presence of God, of the Holy Ghost. In the name of Jesus, I lose the power of the Spirit of God. Empower each and every one of us one more time. In the name of Jesus. Asante Bwana. Nataka nikujue, nikufahamu Bwana. Nafsi yangu yatamani. Nataka nikujue. Nataka mimi nataka nikujue. Nikufahamu Bwana. Nafsi yangu yatamani. Nataka nikujue. Nataka mimi nataka nikujue. Nikufahamu Bwana. Nafsi yangu yatamani. Nataka nikujue. Mwambie tena nataka nikujue. Nikufahamu Bwana. Yangu yatamani. Nataka nikujue. Muimbe pole pole, nataka intercessors.
nataka wale waombezi. Dakika moja tu. Nimepewa masaa yangu imemalizika. If you know you are an intercessor, hebu kuja hapa. Wenda kuja huko kidaho hii. Hapa hakuna wale watu wanaombaga. Nataka tufanye jambo. Nataka upige magoti ushikilie hii pembe ya hii madhabahu. Nataka ushikilie hii pembe ya hii madhabahu. Nataka tulilie Bwana kwa sababu ya hii madhabahu. Mwambie Baba, siku ya leo tumeshikilia pembe ya hii madhabahu. Omba uhai wa Bwana ushuke juu ya hii madhabahu katika jina la Yesu. Omba ribashekelala, rabasanda, rabasheke. Omba dada yangu, wacha machozi tiririke kwa hiyo macho katika jina la Yesu. Wacha majambo jipya letendeke katika hii madhabahu. Baba yetu ni mbinguni, tusimama kama intercessor, tunashikilia madhabahu, tunashikilia pembe ya hii madhabahu ya kwamba Bwana wa amani unainua mkutano kiwango kwa utukufu wa jina la Bwana. Omba neema ya Bwana ishuke na njia kuu katika jina la Yesu. Omba Baba yetu aliye mbinguni ukajionyeshane katika hii madhabahu hata adhuhuri ya leo katika jina la Yesu. Omba mkono wa Bwana karabarabasanda karabarabasaya karabarabasekelela abashenda ribazaya. Omba mkono wa Bwana wenye nguvu na uweza ukashuke siku ya leo katika jina la Yesu. Mtumishi wako Apostle ametuambia revival inaanza sasa na ni sasa na ni sasa na ni sasa na ni sasa katika jina la Yesu. Yayusha mioyo ya watu wako Bwana. Baba yetu aliye mbinguni, yayusha mioyo ya watu wako kwa utukufu wa jina la Bwana. Tunakushukuru Bwana. Tunasema asante Mungu wetu, kwa maana Bwana unatenda mambo mapya kwa utukufu wa jina la Bwana. Omba moto wa Roho Mtakatifu ukaweza kuwaka mahali hapa. Omba Bwana, wacha ishara na miujiza ifuate watu wako Mfalme katika jina la Yesu. Tunakushukuru na tunakupa sifa. Tunakutukuza Mungu wetu, tunakuinua kwa maana wewe ni mwaminifu. Natangazia anga hii kuachilia katika jina la Yesu. Vunja kila nguvu za angani, vunja kila nguvu za nchi kavu, vunja kila maroho ya majini. I break it in the name of the Lord. I fight what has been fighting the city and your people in the name of Jesus. We break it in the name of the Lord. And I lose the presence of the Holy Spirit, the presence of God. In the name of Jesus. Tunakushukuru Bwana, tunakutukuza, tunakubariki Baba yetu mbinguni katika jina la Yesu. Tunakushukuru Bwana. Asante. 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 Bwana wabariki. Bwana wabariki. Bwana wabariki. Ni wakati wetu wa kushikilia hii pembe. Nakwambia Bwana, kile ambacho umekusudia kukitenda hapa Shilo katika mwaka wa 2025 hakitatoka hapa, lakini kitashuka hapa kwa utukufu wa jina la Bwana. Omba pengo iliyofunguka katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuweke mikono yetu pamoja tunapomkaribisha. Tusimame tu. Tusimame tu. Kabla hatujamaliza hii conference, kuna kitu tutafanya hapa. Wakikuyu watakuja waombe na Kikuyu. Tukiwa hapa, kila mtu ataomba na lugha yake. Kila Mjaruo ataomba na Kijaruo, Mkale, Kikale, na Mrwanda na Mkongolese, wote tutaomba. Kila mmoja tuombe na hiyo lugha, uone kila Bwana atatenda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wanaongeaga. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya.
Hallelujah. Ule mdomo unafungwa, you shut your own destiny. Amen. Afungua mdomo wangu. Ulikuja kuona mdomo wangu ama umekuja kusikia Mungu? Nafungua mdomo wangu wazi, ha? Mungu apake nini? Wale wananyamazaga wanakaa hivi. Hapa ndio Mungu, hapa hakuna mtu anakujua. Ulia kabisa, nitalilia hapa kwa hii madhabahu. Tuko hapa hii wiki, tutakutania hapa. Wakati mikono pamoja, tuweze kumkaribisha apostle. Amen, amen. Tupigie Bishop. Ngoja kidogo. Okay. Unajua hapana, kuja. Unajua mimi nimekuwa nikikaa pale ninashindwa aje. Yaani hatunaga nguvu. Mumekula Indomie. Unajua Indomie na ile inaitwa ni macaroni, ndio spaghetti, ndio zinakaaga hivi. Hata ukijaribu kupiga makofi. Mimi nimeambia watu wa kwetu, kule nigedharia mahindi ngumu na ukule mihogo na ukule arrowroot. Ndio saa hiyo ukishika. Unajua Wakorino wa zamani sio hawa siku hizi. Walikuwa napigaga makofi mpaka unafikiria ameshika chuma pale unaingine. Kaka toa. Ndani mkono. Nataka tupige makofi, tushangilie. Amen, Bishop. God bless. Amen. Shangilia mtumishi wa Bwana. Give her a mighty hand clap in the name of Jesus. Hallelujah. Give her a mighty hand clap. Tukiwa tumesimama hivyo, si Mungu ni mwema? God is good. Nataka ukitoka hapa unaenda ukiwa umelewa. Unakumbuka prophet alisema hivi, kigeuka Bishop Emily, ukigeuka yani unasikia tu umejazwa na maneno. Amen. Naomba tuketi sasa. Amen. Nashukuru Mungu sana kwa hiyo nafasi. Sasa mniruhusu ni appreciate watumishi wageni, watumishi wetu ambao wamekuwa hapa. Naomba nipate wawili tu wasimamie watumishi ambao tuko nao hapa. Uniruhusu niite Bishop Munga kuja usalimie watu. Bishop Daddy kuja usalimie watu on behalf of the rest. Usalimiane kwa niaba ya wengine. Karibu sana. Wapatie microphone. Dakika moja. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tupigie Yesu makofi. Haleluya. Nashukuru Mungu kwa sababu ya wakati huu ambao tumefikia 2025 Shiru Conference. Kwa maana mimi nataka kusema ya kwamba I was there last year. Na nashukuru Mungu kwa sababu ya mtumishi wa Mungu Apostle Teresia, Reverend Jenga, Bishop Wangui, because last time tulikuwa na wao. And I can say ya kwamba I have been extremely blessed. Kutoka Shiru ya 2024 ukiniangalia utaona hata nyama nimeongeza. Bwana Yesu asifiwe. Because what is happening here is not a simple matter. Na mimi nataka muelewe vizuri. The vision that God gave me about this Shiru. Mimi ni mtumishi wa Mungu ambao nimeshikilia Abel Body mzima nationally. Hallelujah. Mimi ni chairman wa whole Abel Body ambao iko na makanisa. Lakini nimeitwa mwito wa kuja kushikilia hii Shiru. Na nimeshangaa sana wakati ambapo mtumishi wa Mungu anasema ya kwamba inaenda Uhuru Park, because I think I was the first prophet ambao nilimwambia hivyo, nikamwambia this thing cannot be here anymore. Bwana Yesu asifiwe. So I really understand ya kwamba kuna kitu ambacho inafanyika mtumishi wa Mungu, na umetabiri ukweli. Hii kitu sio vile unaiona. Mungu ameweza kugather watumishi wa Mungu kutoka nchi mbalimbali. That means it has already crossed borders, imeingia nchi ya Afrika. Bwana Yesu asifiwe. Lakini it's a global thing. Na Mungu ameelevate mtumishi wa Mungu. Apostle Teresia has been elevated. I don't know how. This is not the time now to sit down here. Shiru has been enlarged. Unanielewa? So you have been here working very hard, myself and my colleague, Bishop Daddy. And we told Apostle Teresia, Shiru is a different thing. And I know those people that are coming here. Musione kama it is not in vain. It's only what? Kuja hapa, Mungu anaenda kubariki familia yako. Mungu anaenda kubariki watoto, biashara zako. Hakuna kitu ambayo inabaki nyuma as long as you come here. Bwana Yesu asifiwe sana. Sitaki kusema mengi,
Kama vile nimesema, majina yangu ni Bishop James Munga. I am the National Chairman of Beura Clergy United Association, ambaye Apostle Teresia ni treasurer wetu. Alafu mimi ndiye Bishop wa Christ Grace Evangelistic Ministries International, ambao nilianza ng'ambo na sasa niko hapa. Bwana Yesu akubariki sana. Amen, amen. Tupigie Bishop Munga makofi. Bishop Ochieng, karibu sana. You are welcome. Amen, amen. Thank Amen. you so much, Your Grace. Amen. Bless the Lord for you, together with your dear husband, the Reverend. The Lord bless you so much. Our powerful guests from different nations. Amen. The Lord bless you so much, woman of God. Really appreciate you take the word of God with love, with honor. And we thank the man of God from the United States. I think we met early somewhere in Obama, and we thank God for the progress. We are in it, even if we are not visible. Most of the time, we are not invisible, but we do things ground to make sure everything is the same way, according to the way God wants it. Amen. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wa Kongo Yesu asifiwe. Wa Kenya Bwana asifiwe. Watu wote Bwana asifiwe. Nashukuru, na wakati wote kuna Shilo, huwa nakumbuka Penina kidogo na Hana. Ili ufaulu mpaka uwe na Penina, na kama uko hapo unaitwa Penina, wewe hiyo sio jina mbaya. Ni kwamba ni kweli unajua kuna wale wanaitwa Penina. Yes. It is not investigation. Kama unaitwa, kama kuna wale wanaitwa Kang'ethe ama Okongo, hiyo jina ni kama ile malua kukunywa. Sasa inachukuliwa alafu inatakaswa. Okongo Kijaluo ni kukunywa. Kinywa Kunywa. Wamarua Wajohi. Sasa ukileta madhabahu inatakaswa. Wani kama pengine mwenye alipewa alikuwa ni muda kukunywa. Bwana asifiwe sana. Sasa nikisema Penina ni imetakaswa. Mahali popote kunaye Hana lazima awe na Penina. Bwana asifiwe sana. Penina ni yule ambaye anakusukuma kwa miujiza yako. Bwana asifiwe sana. Hujatoka Kongo, hujatoka Kisumu, hujatoka Amerika, hujatoka wapi kuja kupata bure. Muda ambao umetumia iko kwenye ramani ya Mungu, ili wewe tunaposema amen inakuwa iwe hivyo, inakuwa ina muhuri. Bwana asifiwe sana. Sasa Mungu ametumia mtumishi wake hapa, Apostle Teresia. Kuna siku nilimwona ameingia kwa lori. Tulikuwa nafanya mkutano pale mjini. Akaingia kwa lori. Nikamwambia, "Ni wewe ndio umeingia kwa hiyo lori?" Praise the Lord. Alafu nikanyamaza, akaniangalia, akasmile bila tabasamu. Praise the Lord. Sasa hiyo lori tumekuwa nayo kuanzia juzi mpaka jana, tukapata angalau kuna mtu mmoja ameokoka. Tupe Yesu makofi kwa sababu yake. Amen. Na tumevingirika kila mahali. Kuna Bishop Stambashi hapa kutoka Kawangware. Asante sana Bishop Stambashi. Tuko na Bishop pale anaitwa Kaunda, anabeba kibira yote. Ile kibira umesikia kwa uzuri na kwa wema, si kwa ubaya. Bwana asifiwe sana. Ukisikia watu wanang'oa reli ni kwa sababu wanataka kufikia reli waingie ndani. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. Amen. Na hapa kuna watu wanapigania kufika hapa, tuwafungulie milango waingie ndani. Bwana asifiwe sana. Alafu tuwaheshimu wageni. Unaona wageni, usikae na mwingine amesimama. Yes. Tafadhali. Bwana aweze kubariki. Thank you so much Apostle Teresia. The Lord bless you. Amen. Asante Amen. sana Bishop kwa kututembelea. Amen. Niruhusu Bishop Joshua kutoka Rwanda akuje asalimie. Dakika moja Bishop kutoka Rwanda, watu wasikie sauti yako. Bishop ako na muungano wa wachungaji wa East Africa. Muungano wa wachungaji wa East Africa, na siku moja wamenialika nimeenda pale Rwanda kuhudumu. Karibu sana.
Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna furaha katika nyumba ya Mungu. Kama furaha iko sema amina. Sema Yesu ni Bwana. Haleluya. Nimekuja hapa Kenya. Kitu ya kwanza acha Wakenya waseme haleluya. Acha Wakenya waseme haleluya. Hiyo ni kitu moja. Ni unabii imeongelewa hapa Kenya. Na hata hiyo unabii imeongelewa na mtumishi wa Mungu. Kenya imeinuliwa. Haleluya. Kenya imeinuliwa. Na hiyo neema imekuwa hata kiroho, sijue kwa nini, lakini Kenya imeinuliwa. Tunashukuru Mungu juu ya Apostle Teresia, amekuja kwetu Kigali, amekuwa baraka sana. Biblia inasema kama hakuna nabii kwao, lakini mambo aliyefanya mpaka leo inaongea. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tumekuja kwa ajili ya Shilo. Kama vile amesema, mimi naongoza wachungaji kwa njia ya East Africa, tukiunga umoja wetu. Haleluya. Na umoja huo umetuma tumerudi tena. Na kwa hiyo Shilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema Shilo. Hata mujui. Sema Shilo. Haujajua. Ambia Mungu akufungue macho. Haleluya. Sema Shilo. Nitaongea kesho Apostle, hawajaelewa. Mungu akubariki sana. Asante sana. Naomba wachungaji wa Kongo wasimame. Wachungaji kutoka Kongo wasimame. Mama Bishop, kuja usalimie watu kutoka Kongo. Tusalimie. Unataka waimbe wimbo pamoja? Haleluya. 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 Tunasimaka neno mwena sa Yesu aza bien. Jesus is good. Tunawapenda na Yesu anawapenda zaidi. Mimi ni Bishop Marie Mobikai. Mobikai anaongezeka kumarini yeye mume wangu ambaye amenisindikiza mpaka mali hapa. Shukrani kwa mama yetu. Mungu akubariki tena. Sikutembea peke yangu. Nina mapastere, nina wa bishop walinisindikiza. Hebu wangesimama wasalimie kanisa, niseme neno moja. Karibu wachungaji wa Kongo. Karibu wa baba zetu kutoka Kongo. Hao hawatasema kitu, nataka sema neno moja tu tukiwa pamoja. Wachungaji kutoka Kongo. Haleluya. Kuna waapotre, kuna manabii, kuna wachungaji, kuna waevangelisti. Baba yetu Leonare, karibu. Mon fils Daniel, come here. Hallelujah. Wimbo moja. Kumamae, kolo Yesu kumama. Kumamae, mwana na Nzambe. Kumama Yesu kumamae, kolo Yesu kumama. Kumamae, mwana na Nzambe. Iyo kolo Yesu kolo Yesu, onkosi na Yuda libanga na talo, topesa yonini osalia minene, iyo Jésus elombe mobali o mwana na Nzambe elonga na beso, topesa yonini opesi bomoye, opesi Teresia, opesi ndeshelo, iyo Jésus iyo papoyo. Haleluya. Yesu ni mwema. Mama Teresia siku moja alinambia,
alikuwa katika maonyo. Mungu akamwonyesha wamama wanamzunguka wakivaa vizuri kama wa Kongo. Haleluya. Wamama waliona kwa ndoto ndio hawa. Shilo imefika Kongo. Nilitaka niambie taifa la Mungu, usilie. Ambia mweko karibu yako usilie. Ana siku moja alienda Shilo akilia. Siku ya pili alienda Shilo akilia. Siku iliyofuata akakuya na Samuel. Hautarudi na machozi. Shilo itaingia mwakili yako. Shilo itaandikwa katika moyo wako. Shilo utabeba sadaka yako. Ana akampata Samuel. Nilitaka ambia Elikana aliye mali hapa, kuna wakati ulitoa sadaka double fois, mara mbele. Samueli hakukuu. Utatoa, utajitoa, utukufu utamrudilia Mungu. Mungu atubariki. Hao ni wajakazi na watumishi wa Mungu kutoka Kongo. Kongo tuko hai. Yesu yuko pamoja nasi. Tunakuja kwenye Shilo kumrudishia utukufu. Merci. Amen. Tuwapigie makofi mazuri watu kutoka Kongo. Wiki hii tutawajua zaidi. Wiki hii tutawajua zaidi. Tutapata nafasi ya kuwajua zaidi. Na Mungu atatubariki sana. Sasa nione taifa la Rwanda. Rwanda, simameni Rwanda. Watu wa Rwanda, kujeni hapa muonekane kwa TV. Haleluya. Haleluya. Tunafurahi sana. Tulitoka Rwanda. Mvuki ya Rwanda, okay. Turishimye cyane kuba hano, kubana namwe. Tunafurahi sana kuwa na nyinyi. Twishimiye kuba muri iki giterane cya Shilo Conference. Tunafurahi kwa kuwa mkutano huu wa Shilo Conference. Turashimira ubuyobozi bw'itorero. Tunafurahi kwa uongozi wa kanisa. Turashimira na bishop wacu niwe tunashukuru pia na bishop wetu Joshua mimi. Turabashimira cyane. Tunashukuru sana. Twamaze kumenya impamvu turi hano. Tunajua kile kimetuma tumekuja. Twamenye icyatuzanya hangaha. Tumejua kile kimetuleta. Natwe twaje Shilo. Na siye tumekuja Shilo. Kandi ntabwo tuzasubira yuko twaje. Na hatutarudi vile tumefika. Tugomba gusubirayo dufite amashimwe. Tutarudi huko tuko. Imana ibahe umugisha. Mungu sana. Ashumba. Amen. Haleluya. Tuwapigie makofi mazuri. Kesho tuna wageni wengine wanaingia kutoka Uganda na kutoka Burundi. Kwa hivyo simamiwa vizuri. Sasa ndio niweze kukaa, nataka tutoe sadaka zetu, dhabihu zetu na matoleo yetu ya kusupport our Shilo Conference, na tutoe sadaka zetu za kusupport program zetu za TV. Namba ya kutoa sadaka ni hiyo unaiona kwa runinga yako, na Beorona TV ni yaku 0722 33 71 40. Namba ya sadaka ni 0722 33 71 40, na no uhuthire na bege 533 TV. Namba icio no ucihuthire na Ngai witu ni egukurathima even as you give
you are offering yetu mbele za Bwana. Nataka uinue tu moyo wako. Unajua wakati wa kupokea mtumishi wa Bwana ni wakati wa kupokea neno. Wakati wa kupokea neno ni wakati wa kupokea muujiza. Bwana asifiwe. Wakati wa kupokea neno ni wakati wa kupokea muujiza. Wewe ambao umeingia ukiwa na shauku, ukiwa na mambo ambayo yamekufuata, this is the time you receive the man of God, you receive the reward, you receive the miracle, you receive the breakthrough, you receive what God has in store for you. Saa hii tukisema mtumishi wa Bwana anakuja, kumaanisha tunaenda kupokea kutoka kwa Mungu. Lazima utengeneze njaa yako ya kiroho. Njaa yako ya kiroho ianze kutafuta yale mambo ambayo umetamani katika maisha yako. Safari ya miujiza ni safari ya wenye wanashauku, watu ambao wanajua kukua na njaa ya miujiza. Bwana asifiwe. If you want a life of miracles, you have to have a life of expectation. Kila wakati you are expecting. Na mimi niko hivyo. I am always expectant. Na wakati nimepanua kupokea kwangu, siupanui kupokea kwa kawaida, because I am waiting from a God who is above everything. Mungu ambaye ni mkubwa na uwezo wake ni mkubwa. Kwa hivyo wakati nataka akuje, lazima kuona kwangu, kuwaza kwangu, yani yote ninapanua. So many people have not received because you have not created a space for God. Kuna vitu zingine Mungu ukimuomba anaona ni za kawaida, wewe jifanyie. Your capacity. God will not exceed your capacity. You have to expand your capacity yourself. Mimi mambo yale ninaambia Mungu, ninahakikisha sio yale nina uwezo nayo, ni yale mimi siwezi, ninamwachia yeye afanye. Inua mikono yako, omba. Even as tunapotoa sadaka zetu huko kwa TV, wewe omba. Omba, mwambie Mungu leo, ikiwa Shilo ya kwanza ambayo mtumishi wa Bwana alitabiri saa 12 nitapokea muujiza wangu. Anza kumwamini Mungu, anza kumwamini Jehova, anza kuamini. Let your expectation sasa iamuke, ndio uweze kupokea kutoka kwa Bwana, ndio uweze kupokea kutoka kwa Mungu ambaye ako tayari kukubariki katika jina la Yesu. Angalia namba ya sadaka ni hiyo, iko kwa TV 0722 33 71 40 533 1283. Hiyo ndio namba kwa wale wako kwa TV. Wengine inua your expectation. Ni wakati wa kupokea, ni wakati wa miujiza, ni wakati wa maombezi. Inua mikono yako tu na uamini Mungu. Wewe ni mwaminifu Bwana. Wewe ni mwaminifu Jehova Jire. Wewe ni mwaminifu Baba yetu. We surrender to you. We surrender to your will. We surrender to your calling. We surrender to your purpose. We surrender to you that you may do a new thing in us. Rekabo shita labaganda. Kerabaganda rababozaya. You began a good thing in us. You are faithful to accomplish. Tunajiachilia kwako Bwana, ukaweze kutenda, ukaweze kufanya, ukaweze kutembea katikati ya watu wako. Bwana ukaponye, Bwana ukakomboe, Bwana ukafungue watu wako katika jina la Yesu. Ninawakabidhi watu wako kwako, na kabidhi sadaka zao mbele zako. Watu hawa wakabarikiwe katika jina la Yesu. Sema amen. 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 Kama ulikuwa na umebaki Poni pona
Tusimame ndio tupokee mafuta ya Bwana. Hatuwezi pokea mafuta tukiwa tumekaa. Tusimame. Allow me now to bring the man of God back to the altar in the name of Jesus. In your presence, let it rain. Cause your rain and fall on us. We are in your presence. Let it rain. For your rain. Yes, Lord. Let it fall on us. Open the floodgates in abundance and cause your rain to fall on us. Hallelujah. Open the floodgates in abundance. Yes, Jesus. And pour your rain to fall. Say, open the floodgates. Open the floodgates. In abundance. Pour your rain to fall. Open the flood. Open the floodgates. In abundance. Katika jina la Yesu Kristo tunasema ni asante kwa mchana wa leo. Baba, unaenda kutembelea watu wako ambao wako katika kanisani na ambao wanayotutazama kwenye runinga la Kameme Mfalme. Achilia neema yako Baba itembee katika nchi yote Bwana. Ukaponye wagonjwa, ujidhihirishe kama Mungu. Kwa maana tunatembea nawe na wewe ni Mungu uliye hai na uko mbali Bwana. Nalinua jina lako kwa sababu ya Shiro Conference 2025 ambao Baba unajidhihirisha katika neema tofauti tofauti. Nalinua jina lako kwa sababu ya Apostle Mfalme wa ajabu Teresia Jenga ambao umeneemisha wakati huu na mume wake Bwana majeshi Apostle Peter Jenga Everlasting Father. Wabariki na tunawaheshimu mbele zako katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Pigia Yesu makofi. Naomba tuketi. Taniruhusu nitashiriki neno la Bwana dakika kidogo, alafu tutaingia katika kipengele cha maombi ambapo ninaamini na unaamini pamoja na mimi ya kwamba wakati umefika wa Mungu kutenda miujiza. Sema amina. Sema amina. Kwa majina wale ambao kwa na mimi asubuhi, naitwa Nabii Stephen Kariuki ambao ni kiongozi wa umbrella inaitwa Africa Agenda ambayo inabeba revival katika mwezi wa Novemba kutoka tarehe 11 hadi 15, na tutakuwa tukishiriki na kanisa la Synagogue pamoja na Apostle Teresia na mume wake Apostle Peter Jenga. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana ameninenea dakika mbili wakati Bishop alikuwa anazungumza Dr. Emily ya kwamba kuna mambo ambayo Mungu anataka turejeshe katika territory yetu. Bwana apewe sifa. Na ninaomba niatamke kidogo ndio tuendelee katika neema tofauti. Amina. Amina. Nataka niwaheshimu watumishi wote ambao wameketi mbele zangu. Mungu awabariki. Wale wametoka Rwanda na Kongo, Nigeria, neema Bwana mrudi na moto na nguvu mpya katika taifa letu leo katika jina la Yesu. Nasema hivi, kuna revival ilitoka wakati wa pale nyuma ambayo ilitoka Rwanda na ilitufikia Kenya. Sasa tunataka mrudi na revival, tunataka kulipisha. Sasa revival itoke Kenya, ikiingia Rwanda, ikiingia Kongo katika jina la Yesu Kristo. Amina. Bwana apewe sifa. Tusome katika kitabu cha Isaya
54 kuanzia mstari wa 17 ni maandiko ambayo tunayajua. Anasema kwamba hakuna silaha ambayo inainuliwa kinyume nasi ambaye itaweza kunawiri. Mstari wa 17 inasema kwamba na kila ulimi unajinua kwa kuhukumu na kukemea katika jina la Yesu. Nazidi kusema kwamba na hii ni urithi ya watumishi wake Bwana na wenye haki wake Bwana, asema Bwana mwenyewe. Sema amina. Sema amina. Kuna urejesho ambao Mungu ameninenea nizungumze nanyi kabla hatujaingia katika eneo ya uombezi. Na wale ambao wanatutazama katika luninga, msubiri kuona mkono wa Bwana. Kaa pale, uponyaji wa Bwana utakufikia pale katika jina la Yesu. Tunaenda kuona mkono wa Bwana katika njia ya kipekee. Katika Shiro Conference, kulingana na mtume wa Mungu, ni kwamba ni wakati wa kupokea territory. It's time to possess the territory in Jesus name. Lakini kuna jambo Mungu amenionyesha kwamba watu wengi wamepoteza mamlaka ya kinywa chao. Mamlaka ya kinywa chao. Yaani kwamba hawa watu hata wakisema jambo inakuwa ni ngumu sana kutimiza. Na ndipo tunapata inakuwa ni ngumu watu kukili mambo ambayo yanatimia. Kwa maana walipoteza nguvu katika maneno yao. Na yanatokana na saa zingine na kupigwa na maneno na imani yao kushuka. Lakini Bwana anasema ya kwamba anataka kurejesha mamlaka katika kinywa, eti ya kwamba maandiko yatimie, ya kwamba lile jambo ambayo wewe unaenda kulitamka lazima lipitimie katika jina nguvu. Kuna uzima na kuna kifo. Na shetani anaelewa hivi vizuri sana. Basi yeye huleta habari, wewe ukaweza kukili mambo ambayo ni kinyume na hatima yako. Watu wanapokeanga habari ambazo zinawa-affect, unapata yale mambo ambayo anazungumza, kama vile tunasema kwamba watu wanazungumza kinyume na nchi, unapata laana zinatoka kwenye kinywa. Hivi leo kabla ni kuombee, lazima wewe uanze kukili mahali umeketi kabla ufike mahala hapa. Kama wewe ni mgonjwa, uanze kusema naenda mahala pale kupona. Lazima uanze kukili. Na kila ulimi ambao uliinuka, iwe ni ulimi wako ama wajirani, mamlaka katika kinywa chako katika jina la Kristo. Kuna jambo Bishop amesema hapa, amesema Emily, na ya kwamba alienda pale Rwanda na akazungumza na ardhi na Mungu akatimiza. Bwana pewe sifa. Wewe una mamlaka ya kunena na vyombo vikakusikia. Ardhi hii inafaa kukusikia kwa maana wewe ni mwana wa Mungu. Anga zinafaa kutii. Mvua inafaa kutii, jua inafaa kutii, laana inafaa kutii, baraka inafaa kutii, mapepo yanafaa kutii, malaika wanafaa kutii na kushuka. Uwepo wa Mungu unatii sauti. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Ulimi wako ni upanga unaobadilisha. Watu wengi wanatembea katika kufinywa kwa maana ya mambo ambayo yameneno na mambo yanakili. Our family's blessings iko kwenye ulimi. Abrahamu alimbariki Isaka kwa ulimi. Nasema Abrahamu ambaye alikuwa na Mungu alimbariki Isaka kwa ulimi. Isaka alimbariki Yakobo kwa ulimi. Sasa wewe lazima ujue kujibarikisha kila asubuhi na kila wakati. Na maombi yako yakuwe ni ya kuvuta baraka. Unapofungua kinywa unanena baraka. Kama ni kutangaza kwenye nchi yetu ya Kenya, ni kutangaza baraka. Kama ni Rwanda, munaenda mkitangaza baraka. Mkitoka mahala hapa watu wa Kongo na Rwanda, muende mkizungumza kwamba mumechota moto ama munaenda kuamsha pale Rwanda na Kongo. Ulimi unashinda mapepo. Sijaiona pepo akitolewa na teke, nimeona pepo akitolewa na ulimi. Kwa maana Yesu akasema nendeni mng'oe mapepo kwa kuyakemea kwa sauti. Bwana apewe sifa. Haleluya. Tunaenda kuchukua mamlaka tena kwenye kinywa chetu, na yale Kenya, nchi ya Kenya
kuanzia kanisa linapona. Nasema kanisa linapona. Nasema wachungaji wanapona. Nasema viongozi wanapona. Nasema washirika wanapona. Nasema kanisa linapona. Nasema nchi ya Kenya inapona. Sauti hii ilete uponyaji katika nyumba ya Bwana. Madhabahu usikia sauti. Kuna nabii mmoja mchanga alitumwa na Mungu aende kanene na madhabahu, na aliponena madhabahu yalitii. Kuna sauti kwenye hii madhabahu. Kuna sauti iliyonenwa kabla madhabahu yawekelewa hapa, na hiyo sauti inanena hadi saa hizi. Nasema kuna nguvu katika ulimi. Kuna nguvu katika sauti. Unapoambiwa fungua kinywa, achilia mamlaka. Sauti ina nguvu. Maandiko yanasema kwamba Mungu anasikia sauti ya damu ya Abeli. Tunaenda kubadilisha maneno kupitia ulimi. Tunaenda kupasa sauti. Tunaenda kuunda miujiza. Come on somebody. Tunaenda kuunda miujiza. Tunaenda kuruhusu malaika washuke kwa uombezi, kuambia Mungu achilia malaika wako washuke. Tunaenda kumwita Roho Mtakatifu kupitia ulimi. Jambo la ajabu ni ya kwamba wakati Roho Mtakatifu alishuka, ishara ilikuja kwenye ulimi. Haikuja kwenye macho, ilikuja katika ulimi. Na ikuwa ni ishara ya kwamba tunaponena na ndimi, ya kwamba ni ishara ya kwamba tuko na Mungu. Bwana pewe sifa. Kwa hivyo ishara wapi? Kwenye ulimi. Apostle, ishara yako ya Mungu kabla ya miujiza ni ulimi. Kabla ya miujiza kutufuata ni ulimi. Kwa maana nasema kana wakapokea ndimi mpya na wakaanza kunena na lugha mpya. Hiyo lugha mpya ni utafsiri ya jinsi malaika wanatafsiri nena. Basi kama ulimi unanena lugha, lazima lugha yetu na matamshi yetu yapelekane sawa sawa na Mungu. Ambao wamefungwa, nataka uanze kunena, mtoto kijana na ama msichana, chagua kwa ulimi wako. Yakobo alibarikiwa na malaika kupitia ulimi. Aliulizwa jina lako ni nani? Akasema ni Yakoba. Akatamka jina, akamwambia kuanzia sasa wewe utaitwa nani? Israeli. Hakuambia utafanyika Israeli. Kwa Israeli, taifa. Sema natoka Shilo kama nimebarikiwa. Sema natoka mahala hapa na muujiza. Tamka jambo la maana. Usikuja tu kupona. Unaenda kupona na unatembea na yale kinyume na tunayakemea. Yale ambayo ameneno kinyume na watumishi wa Mungu tunavuka na familia. Tunakiri ya kwamba jamii zinaenda kupona, maharusi yanarudi, watu wanaenda kuona, watoto wanazaliwa, watoto wetu wamebarikiwa, viongozi wamebarikiwa, pesa ya nchi imebarikiwa, uchumi wa Kenya umebarikiwa. Shetani ushindwa na sauti. Unapoanza kukiri kwamba wewe umebarikiwa, shetani lazima akimbie. Unaposema mimi ni mwagiliwa mafuta, shetani ukimbia. Elia Mtishibeli alipokuwa mlimani alinena, akasema if I be a man of God. Alinena, hakusimama tu na kunyamaza. Alisema ikiwa mimi ni mtumishi wa Mungu. Alijinenea mwenyewe. Bwana pewe sifa. Ambia jirani yako jinenee. If I be a man of God. Na moto utoke mbinguni uangamize adui. Na akanena tena akasema, na kusikwe na mvua miaka 3 hadi kusema kwangu, na mvua ikapotea miaka 3 na nusu. Kwa hivyo una nguvu kwenye kinywa chako.
na lazima turejeshe zile nguvu katika jina la Yesu. Nasema muujiza wako uko kwenye kinywa chako. Bwana apewe sifa. Nilisema saa 12 tulipotoka hivyo tu bila kujua. Unasema tulipiga na tukapanga muujiza wa saa 12. Ilikuwa imenikimbia. Wakati unasema saa 12 nika connect yangu ishajiandaa. Nasema muujiza wangu ushajiandaa. You need to start confessing. You must start confessing that you are international. Lazima uanze kusema kwamba mataifa yanafunguka. Lazima uanze kusema kwamba familia yetu inabadilika. Hata kama unaangalia unaona mambo si mazuri, anza kupata ushindi kwa kutamka. Kama kuna kitu shetani upigana nayo ni ushuhuda. Wasichana mpo. Wasichana mpo. Wasichana mpo. Lazima mwanze kutangaza baraka za ndoa bila uoga. Bila uoga. Nasema bila uoga. Lazima tuweze kutangaza baraka za jamii hapa Shiro bila uoga. Ambia jina yako, Mungu ananitendea. Ambia mtu Mungu ananitendea. Mungu anaenda kutenda ajabu. Naenda kupokea muujiza wangu sasa hivi. I'm going to receive my miracle now. Tunaenda kubadilisha Kongo sasa hivi. Tunaenda kubadilisha Rwanda sasa hivi. Hatutoki hapa mkono tupe. Wakati ni sasa, muda ni wa Bwana sasa. Sauti inayozungumza ni ya Mungu mwenyewe. Tunaenda kupokea neema tofauti. Ambia watu kuhusu mkutano wa Novemba, lakini Mungu alikuwa ameandaa mkutano wa Shiro. Sasa tunataka tudhihirishe utukufu wa Mungu, ambayo kutoka mahala hapa tutaona miujiza na tutakuwa na ushuhuda katika jina la Yesu Kristo. Nataka mpigie Bwana makofi. Wale ambao wanatutazama, jambo lote ambao shetani ameiba, nainuka katika jina la Yesu Kristo nikikiri ya kwamba Bwana anaenda kutenda. Mungu anaenda kurejesha yaliyoibiwa na shetani. Mungu anarejesha watoto waliopotea, ambao wamenaswa na mihadarati, ambao wamepafanyika walevi, ambao wamebadilika kuwa wanaume kwa wanawake. Baba, ule roho tunakemea kwa jina la Yesu Kristo. Imo nguvu ndani ya kinywa changu. Nabadilisha jamii, navunja laana, navunja nila, navunja confusion, navunja depression, na nena na saratani, naivunja katika jina la Yesu. Nakemea uchungu ule, nasema pokea uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Nabadilisha anga mahali ulipo unapoomba, naomba mlango ufunguke wa kazi. Wewe uliyepoteza kazi, katika jina la Yesu sikia sauti yangu. Bwana anaenda kutenda. Pokea muujiza wako katika jina la Yesu. Wewe uliyeachwa, natangaza kwamba unarejeshwa. Mungu akiwa Mungu, navunja kila aina ya vurugu katika mashamba, katika magari, watu ambao wamechotwa vitu kwa sababu ya ukosefu wa kulipa. Natangaza baraka ya urejesho wa fedha. Ulichopoteza adui ile alikuibia, narejesha katika jina lake Yesu Kristo. Derauga aterere kayashoke ido ilia koma yete deno aleto ale acheso. Derauga aterere kolia saitani akoleto karuta wera netwa oroga bia deno aleto ale acheso. Nedare keralia kerathimo, nedare keralia kerathimo. Omenya wakai nedarekereria kirathimo thini wa mesha yanyu, thini wa makanitha manyu, thini wa miturire yanyu. Itora kuria mwaikaraga, itora ryanyu rigwitwo ria kurathimwo. Gutikogia na mutino wa gikuo riki. Mutumia ndago ciana citigokwira ndarike. Kenya has been revived. Hatutakuwa na watoto wanakufa kwenye mimba. Nyongo cia atumia iciare. We rebuke cancer out of the nation of Kenya. Tunakemea magonjwa tofauti. Ardhi watazaa maradufu. Tunanenea maji ya Kenya yatakuwa masafi. Kuwe na uponyaji katika maji. Let there be healing on the ground. Wanaolima, wanaopanda msimu huu, na wapokea
wapokee utele. Wazee wanapotoka waenende na baraka na warudi na baraka. Tunakemea roho wa ukahaba, tunakemea roho wa ukahaba. Tunasema mambo ambayo yanahangaisha jamii na asimame sasa katika jina la Yesu. Tunatangaza mwaka wa Bwana. Unabii uliotolewa ukachelewa, mwaka bado hujaisha, mwaka bado ni mchanga. Tuko na siku mingi. Siku moja mbele ya macho ya Mungu ni kama miaka 1000. Basi roho wa Kristo ambayo anafanya mambo kwa haraka, Bwana atimisha, Baba atimisha. Naita malaika wa Mungu watembee na watu wa Kenya, wa Rwanda na Kongo, Nigeria. Baba tenda. Uvimbe tunaukemea katika jina la Yesu. Baba, sauti inaenda mpaka kwa wafu. Baba, nanenea uvimbe ambao uko kwenye mwili. Baba, nanenea magonjwa yote, magonjwa ya kifua kikuu, Bwana, malaria, fatigue, migraines, Baba, stress, kutoka kwa mamlaka iliyojaa zaidi ya mamlaka yoyote, mamlaka ya sauti ya Bwana. Na nena kwa neema yake Kristo, eti ya kwamba mapepo yote yanataweka kwa yoyote anayesikia, yoyote anayenitazama, katika jina lake Yesu Kristo. Pokea neema ya maombi. Unapoomba inakuwa ni kama Mariko. Bali Yesu asema unapoomba na unajibiwa pale pale. Neema ya kupokea ahadi za Bwana. Unapofungua kinywa chako kuomba na upatane na sauti ya Bwana ikisema nimetimiza. Asema Bwana, mutasikia sauti yake tena. Wa Kristo katika nchi hii mutasikia sauti ya Bwana iliyopotea kwenye masikio yenu. Hamjakuwa mkisikia sauti yake, kwa maana kinywa chenu kimekuwa kikipishana na sauti ya Bwana. Asema Bwana, nimewasamehe na nitawasikia tena, kwa maana nyinyi ni watu wangu. Malango ya jahanamu hayatawaweza. Bwana apewe sifa. Nasema Bwana apewe sifa. Ahadi za Bwana ni za milele na amina. The devil is in trouble in this nation. Nasema shetani ana nafasi yake tena katika kanisa la Bwana. Laana ambayo imeachiliwa vijana kwa mamlaka ya kinabii katika nchi hii ya Kenya, Baba anainua. Katika nchi la Rwanda, Bwana anainua. Katika nchi la Kongo, Bwana anainua. Damu inaonena mambo kinyume na nchi, Baba natangaza sauti ikazime kila ulimi umeinuka kinyume na taifa. Baba nabarikisha watoto. The generation Gen Z is blessed by God. I say it's blessed by God. I say it's blessed by God. Natangaza baraka juu yao katika jina la Yesu. Tunawapokea kwa mafuta na neema. Sema tunawapokea vijana. Tunawapokea kwa neema. Sema tunawapokea kwa neema. Tunawapokea kwa rehema. Tunawapokea kwa upendo. Kwa kukiri tunawapokea. Kanasimama katika pengo la watumishi wa Mungu katika nchi ya Kenya na Afrika kote. Tunasema kizazi hiki ni kizazi cha Mungu, ni kizazi kinaompenda Mungu. Shetani hana mamlaka juu yao kamwe. Hapa Shiro, Bwana tuachilia baraka. Baba tuachilia baraka katika kaunti zote 47 za nchi ya Kenya. Na achilia baraka Bwana majeshi. Tembelea watumishi wako. Achilia neema ya fedha. Achilia kibali kwenye bendera ya Kenya. Baba badilisha maneno. Badilisha economy. Natangaza economy inaenda kubadilika katika jina la Yesu. Natangaza malaika wa Mungu kwenye kushoto, kulia, mashariki na magharibi. Ondokeni mkalete fedha kulingana na maandiko. Imeandikwa ya kwamba nao wataleta mizigo kutoka pembe nne kupitia bahari.
there is healing. There is true healing in the body. Healing. And I'm going to prove it with the aliyopo mahala hapa. Bwana ameponya nchi, na Bwana ameponya kanisa, na Bwana ameponya viongozi wa kanisa. Mungu ameleta uponyaji nyumbani. Bwana anataka kutembea na kanisa. Mungu anataka kurejea. Wacha ushirika wetu na Mungu ni urejesho. Hapa shiri ekelea mkono mahali na mbele kwa kukiri uponyaji wako. Kama unahangaika nyumbani, boma ina shida, una mambo tofauti tofauti, wewe usiogopa, njoo ukikiri hapa ya kwamba Bwana anatenda. Bwana anatenda. Ulimi wako umetosha uponyaji wako. Njoo utakuwekelea mikono na wachungaji na mitume waliopo mahala hapa. Nataka tu ufunge macho, ukuje simame hapa na useme Bwana anatenda. Kama uko mahala hapo nyuma, njoo hapa. If there's anyone sick, come. Apostle Tarisia, njoo with your husband. Kama uko mahala hapa wewe ni mgonjwa, uko na mgonjwa nyumbani, uko na mtu hospitalini, njoo hapa, Bwana aponye. Nataka kudhihirisha uponyaji wa Mungu unaotokana mbinguni. Bwana anaenda kumimina neema na rehema. Total healing, total shift. It cannot be revoked in the name of Jesus. Haijalishi waliona shida ya masikio, njoo hapa. Kuna mama ambaye amekuwa kiumo sana katika mkono wako, mguu wa kushoto, hapa kwenye hip bone. Bwana anataka kuleta uponyaji katika jina la Yesu. Naomba mfunge macho na uanze kunena na Mungu uponyaji wako. Sitaki uombe, nataka uanze anaenda kukuponya, kukuguza, utakuja hapa. Tumekuja kwa ajili ya Mungu na Mungu yuko pamoja nasi hapa Shiro. Kama unataka mtoto, naye Bwana atakutendea katika jina lake Yesu Kristo. Woman of God, just come. John tuwekelewe tu Bishop Edith. Inueni mikono juu mbele za Bwana katika jina la Yesu. Maandiko yanasema hivi, tuwekelee mikono nanyi mtapona. Hiyo ndio maandiko yake Kristo. Naomba ushers wasimame nyuma. Oh, you already here ushers. You move with us. Woman of God, come. Katika jina la Yesu. Just lift up your hands. Lift up your hands. Command sickness to go in the name of Jesus. Sickness go in the name of Jesus. I command our sickness go in the name of Jesus. Sickness go in the name of sickness. Go in the name of Jesus. Pokea uponyaji katika jina. Be healed by Jesus. Come closer. Whatever sickness it is, kwa jina la Yesu Kristo natangaza uponyaji. Take is yours in the name of Jesus. Man of God, be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Be healed. Be healed. Be healed. Be healed. Be healed. Be healed. Be healed in the name of Jesus. They are like, see the glory of God. Be healed. Bwana anaenda kutenda. Anaenda kuongeza life. Anaenda kuongezea maisha. Mungu aliyesikia maombi ya Hezekia anakuletea uponyaji na anakuongezea maisha katika jina la Yesu. Na kemea ugonjwa ule in the name of Jesus. Curse in the name of Jesus. Lift up your hands to Jesus. See the glory of God. The glory is touching you, man of God. Neema ya Bwana, uponyaji. Confess healing. Confess healing. Healing. Healing in the name of Jesus. See Jesus heals. Yesu ponya. Jesus heals. Jesus heals. Jesus heals. Jesus heals. Jesus heals. In the name of Jesus. The Lord heals you in the name of Jesus. Kwa jina lake Yesu Kristo, Bwana anaponya kanisa. Pokea uponyaji wako katika jina la Yesu. Jesus heals in the name of Jesus. Jesus heals. Jesus heals you now in the name of Jesus. Yesu akuponya hapa Shiro katika conference. Pokea muujiza wako. Receive your healing. Receive your healing. Receive your healing. Receive your healing. Oh Jesus. Here comes your healing.
what Jesus is doing. Come on, celebrate Jesus. The healing of Jesus. See what God is doing. The healing of Jesus. The healing of Jesus. The healing of Jesus. Whatever it is, Jesus does it. The Lord does it in the name of Jesus. Lift up your hands. May the Lord heal you. May the Lord heal you. See the power that heals all manner of diseases. The power heals all manner of diseases in the name of Jesus. You are healed in Jesus' name. Shout hallelujah. I said shout hallelujah. I said shout hallelujah. I said shout hallelujah. Kama una mgonjwa nyumbani, nenda kwa mamlaka, nenda kwa lile pepo na kupatia neema kwa sasa. Nenda ukiri kwa mamlaka, utaona mapepo yakikimbia kwa jina la Yesu Kristo. Kuna mtu ambaye ameponywa, kuna watu ambao wameponywa katika jina la Yesu. Tumshangilie Bwana. Nataka nimlete mtumishi wa Mungu. Naomba tusimame kwenye miguu yetu. Tushukuru Mungu kwa ajili yake na kazi njema ambayo najua imemgharimu kwa kusanya mahala hapa ili mpate kusikia Mungu na kutembea na Mungu katika jina la Yesu. Tunaenda kufanya kazi pamoja na yeye. Mwaka ujao Shiro itakuwa Uhuru Park. Sema Uhuru Park. Sema Uhuru Park. A time like this next year we'll be in Uhuru Park. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Sasa November atakuwa na yeye akihubiri. Bwana pewe sifa. Asimame kwenye madhabahu na yeye atangaze Shiro next year. Tunafanya Africa Agenda, akuja atangaze Shiro na mimi nitaitangaza na nimtangaze pamoja na apostle. Let's give a hand to the woman of God as she comes to the altar. In Jesus' name, the Lord bless you, woman of God. Amen and amen. Wacha tupige makofi mazuri as we celebrate the grace of God upon the man of God. Piga makofi mazuri mazuri mazuri, tusindikishe yeye vizuri katika jina la Yesu. Amen, amen. Nataka vizuri sana nimkaribishe my sister from Kitale kuja usalimie kanisa dakika moja. Nataka kwanza nisimamishe wachungaji wa Synagogue of Hope Church, kujeni hapa wachungaji wa Synagogue of Hope Church. Salimia kanisa all the way from Kitale. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninaitwa Apostle Jane Faith Mulayo, ninahudumu Kitale. Kanisa linaitwa Living Springs Ministries International. Pamoja na hiyo nina ministry ya wamama inaitwa Queens Ministries, na ninashukuru Bwana tulikutana na Apostle Teresia Mount Moria this year mwezi wa 4, na nikaahidi ya kwamba nitakuja Shiro. Ninashukuru kuwa hapa na ninajua nimekuja to present myself before the Lord. I'll not go back the same. May the Lord bless you. May the Lord meet with your needs. Amen. Amen, amen. Kujeni hapa, hamutaongea wote. Mkiongea wote sasa hii itakuwa mpaka kesho. Yes. Unaona synagogue vile iko na jeshi. Amen. Kila mtu tu ataje jina yake. Tuanze hapo. David Gaku, pastor na chairman wa kanisa. Amen. Nani huyo anazima umeme? Tumia wewe una microphone, ongea. Bwana asifiwe. Pastor Miriam, mbarikiwe sana. Amen. Praise Jesus. I am Tabitha Kamau, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Praise God. Minister Caroline, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Bwana asifiwe. Pastor Haniel Gisobi, na Yesu ni Bwana. Bwana asifiwe. Pastor Peter Wainaina, nimeokoka. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Pastor Harry, tumewakaribisha sana. Amen. Michael Maranatha, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Bwana apewe sifa. Kwa majina naitwa Alex Joroge,
Namfurahia Mungu siku ya leo. Praise the Lord. Amen. Minister Christine, Bwana ambariki. Bwana asifiwe. Minister Handasa, nimeokoka. Hallelujah, praise the Lord. Happy Shiro. Hallelujah. Niko chini ya mtumishi wa Mungu Mama Apostle Teresia Njenga. Barikiwe. Aya, hapa lete hiyo mic. Naitwa Jane Kachanja. Salimia watu wa Nyeri na uwasalimie, umwambie wetagwo Jane Kachanja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wale wako nyumbani na wale wako kanisani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Jane Kachanja kutoka Nyeri County, nimeokoka. Kristo ni Bwana. Nafurahi sana Apostle kwa kutumika chini yako. Asante. Wapigieni makofi mazuri. Hiyo ndio timu ya synagogue na Mungu nataka Martin narudi hapa tena. Martin ndio yokire. Amen. Tusimame sasa tumtie moyo. Tusimame tumtie moyo katika jina la Yesu. It is indeed a blessing to be in the house of God. Amen. Bwana asifiwe. Kama tumebarikiwa, inua mikono, sema yes. Okira na igura, amuka tafadhali. Tuamuke. Bwana asifiwe. Sasa nataka hiyo neno tumepewa, leo tumekire hinya na rwimbo. Bwana asifiwe. Tumekire hinya na ke. Mnasikia tuko na wageni. Lazima tuwaonyeshe wageni hata sisi tutiri nyeje ne tugoshaga biyo ama namna gani? Torona umekwao simati haha. Tuwapigie makofi mazuri jameni. Thank you very much. I don't know where my team wamilienda wapi, lakini niko na my brother hapa anaweza nipigia keyboard tucheze kigosho. Au namna gani? Na nyinyi mkaribie hapa, nyinyi mko mbali, mkaribie hapa. Wamama wale walikuwa na dance hapa wako wapi? Wale walikuwa na red. Unye mu mwana red mwiha na inywe backup na inywe mwiha mwe na smart. Yeni mutioke hau. Okayeni. Okayeni nyinyi mwana red nyinyi mwe na white. Nyinyi mwe na red. Okay. Haya, tupatie kiki ya kigosho. Newe ujikite mwathani na niĩ ndĩngũkwambararia, niwe ũnduĩtie niĩ Ngai na niĩ nĩngũkwenda mũno, niwe ũnjĩkĩte mwathani na niĩ nĩngũkwambararia, niwe ũnduĩtie niĩ ndariĩ na niĩ nĩngũkwenda mũno, ndingĩhota gũtarĩria marĩa wĩkĩte tondũ nĩ maingĩ na niĩ nĩngũkwenda mũno, niwe ũnjĩkĩte mwathani na niĩ nĩngũkwambararia, niwe ũnduĩte niĩ ndariĩ na niĩ nĩngũkwenda mũno, niwe ũnjĩkĩte mwathani na niĩ nĩngũkwambararia, haleluya, niwe ũnduĩte niĩ ndariĩ na niĩ nĩngũkwenda mũno, ndingĩhota gũtarĩria marĩa wĩkĩte tondũ nĩ maingĩ na niĩ nĩngũkwenda mũno, ndingĩhota gũtarĩria marĩa wĩkĩte tondũ nĩ maingĩ na niĩ nĩngũkwenda mũno, niwe ũnjĩkĩte mwathani na niĩ nĩngũkwambararia, hallelujah. One, two, three, kamata. Jesus. Okone muriganĩtie na mũruta mũgeithie guoko ũguo. Ta mũgeithie ũguo. Mwĩre nĩ kĩgoco kĩa Dar es Salaam rĩu. Ũcoke mũgucie na haha ũguo mbere nĩgetha onekane TV-inĩ. Mũgucie na haha mbere. Onekane TV-inĩ. Ĩni ũka haha mbere. Ũkai haha mbere. Mũgucie haha mbere. Onayo kinya makinya merĩ mbere ukahaha wonekane TV-inĩ tuine kĩgoco kĩa mũico nĩgatũhoe wazee kujeni hapa wazee bandei karibieni hapa ukai haha inyuĩ mwĩ kũrĩa itĩ-inĩ mũtioke haha muonekane TV-inĩ mũkĩgoca ĩni mũndũ kwenda kuonekana akĩina TV-inĩ ĩni ndagĩũke haha ũguo ũka haha mbere ĩni ũguo ta yathaka ũguo gũkũ gwa synagogue tuoneke nĩ tũinaga wega kĩgoco gĩa kũrĩkia nĩgetha tũhoerwo nĩ apostle nigetha andũ mageithanie na hau ũguo nja moranie ũtũire kũ
nigetha Shiro officially ikorwo igithie na mbere. Indinagira Ngai wakwa, indinagira Ngai wakwa, haleluya, indinagira Ngai wakwa, matuko makwa mothe, indinagira Ngai wakwa, indinagira Ngai wakwa, indinagira Ngai wakwa, matuko makwa mothe, haleluya, haleluya. Wapimoko inua 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 ade moire tu de moinera de moinera haleluya de moire tu de moinera de montumia de moinera de montumia de moinera hallelujah de montumia de moinera hallelujah yeah hallelujah hallelujah yeah hallelujah hallelujah yeah matu wapi moko kinasha Baba ni ora kena ebere ora goso ni aria we omeira Jesus, Arogera Jesus, Arogera Jesus, Arogera Jesus. Wapi moko bila shangwana vigara. Aya, atumia. Aduri magatiga. Yatumia magatiga maro ogera Jesu maro ni mabara ya Jesu mabara ekijoka ya okahora cherekei amadui inalejo engaki engaruroke enewega efoina nake Jesu irakuemo ndikaota wapishamwe hey osha enayonya mojoru eno mirimo aibigero yesionaga kana yejeso nekoumwa enewega inuwa etoina erakuemo ndikaota wamama shangwela bigaregare hey Osha haya hey kulia gota ngigereka abejela yesoki edika to diotero kadaima ewega oidana ka Jesu era
Ojoaga motoro Ine guadika konino Wega maguruma Llega tenera tadoliga Ojoaga motoro Ine guadika konino Wega maguruma Llega tenera tadoliga Etoinage sayuni, etoinage sayuni, etoinage sayuni, etoinage sayuni, torogage sayuni, torogage sayuni, torogage sayuni, torogage sayuni, torogage sayuni, ruka 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 ruka. Gaira bimandwaya, gaira bimandwaya, gaira bimandwaya. Maute ukosha, maute ukosha, maute ukosha. Etoinage sayuni, etoinage sayuni, etoinage sayuni, etoinage sayuni. Etorogege sayuni, etorogege sayuni, etorogege sayuni. Ruka 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 ruka.
ene ego kosa kwero sine ona tuko wako igoro tuli oh ne guate inaga eso vino oh ne guate inaga roga hadiri wo Umaira veroria rioa Okinya iroeroria Etoaria Jehova Umaira veroria rioa Etoaria Jehova Woko igoro Oroge wo Egai wedi otoraga Aliba Ene wako kinyagerio Otukorere atu etoro Nakwaoka okio Umaira verore adioa Toine Etua Etumaira verore adioa Paparusa Tollie Wehio Yedire kamai kamaine Ekoko asharudi na miumo Nikomenya wega tilanewe Imotole Mokitari afya Yedire kamai kamaine Ekoko asharudi na miumo Nikomenya wega Imotole Mokitari afya Mokofutu Aisira eri moima misiri Enezula walina bukune nema Ayakelinga sewa makerika Uyamaka yake yabiakini zakai Yedire kama higa maine Ekokosha oludina miumo Ekomenya Egatiganewa Yeri motole Mokofitu Tigane
Kita Joel hanini. Chini kwa chini. Wewe yule ndugu. Ndio. Chini. 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 Inama. Baba hivi. Inama hivi. Agua. ¿Qué amo eso? Oye. Irera que vivió que nete. Irera que vivió que nete. Pues allá por el agua. Irera que vivió que nete. Pues allá por el agua. Y luego con otro. Wapi makofi na shangwe na vigelegele. Haya. Wow. Good. Torogamite oro uguo. Nigetha njokeria apostle atugire thayo na aria mwe Kameme TV nginya thaa ici kwina andu ingi mona matwiroreire mageithiei mekei uguo mere magia na thayo yai na thayo na mokage gucera guku ndi ti kwega guku ni kwega ni mukora tukage kaingi
tugathondeka kigoco sandi guku tugoka tukagoca guo riu gutari maundu mangi itiguo ona gutari na Kiswahili na Kisugu ithe ti wega tugathi kigoco musithi hora ya apostolo ajenga rohe wega Praise team niguo mukwenda Praise team niguo mukwenda tie chajo tukage biu Mokage. riu kamuiria mwaka uyu uthire ri ndukimere mabange kigoco guku mabange ru kigoco riu gutari maundu mangi uke na twarafa tuhinge mwaka wega tuhinge mwaka wega mwe hamwe ugai marathimwo ugai marathimwo ona gututhondekera igongona riega to ithu ti wega uguo riu tukorwo wiki ngima tukirathimwo niguo kabisa mbere ya apostle aigite kaundu ukaihaha team ukaihaha mahore irohero wega mahorerei nimumendete oya imoka muga igwe haya uyu agatugeithia na agatwira eitaga atia kuria YouTube thitiguo nigetha muthi mukumu murore niguo haya kuriria Mwathani agocwo nĩ njĩtagwo Mary Mwangi YouTube TikTok Mary Mwangi na demo-ini asanteni sana wapi makofi kwake haya Bwana Yesu asifiwe o ne mo TikToka ndanathie kuria meguthiaga oigiri oke guko muhore irohero wega kuria TikTok na Facebook. God bless you. Wow. Niwe wetaga nyina wa Wairegi. Nimwona agatumia gathuku. Gatumia gathuku biu. No gatikona kiremba. Mena mundu wetagwo Wakanyi. Nimwonaga Wakanyi. Mathakaga na ucio. Murathimithie yuguo. Haya, ukaha nawe uhana student. Muhore irohero wega. Karibu sana. Goino mothe taita kaina rocio Gathererio wega wa Monyombi Ni wona ria matoe mamenye Otugi na tha ciake ni nyingi Tukogwo Otugi na tha ciake ni nyingi Njitagwo Lois Mwangi Ngai amurathime Hore Lois Mwangi rohero wega. Karibu sana Pastor Tito. Ithuothe nĩ twarĩte raini na gũtirĩ ũtarĩ na mũtũngi harĩa mbere na mũberethi wona ndaiyũria wĩkĩre njĩtagwo Pastor Tito wa Bethi kuothe nenda-inĩ ciothe Pastor Tito wa Bethi Mũhũre irohero wega. Tito wa Bethi ukahaha Tito wa Bethi mweri 19 mweri uyu tugakorwo haria Ruiru wa Taram ainite miaka umwe miaka 20 ni agakorwo agicelebrate mugai arathimwo amen ugikoneka ugoka haria Ruiru wa Taram kanitha witagwo Bethi Side Victory kwa Reverend Dani wa Mariamu Ngai akurathime amen ukahaha nawe ndagika imwe nundu wa kabisa apostle alikie Mwathani agocwo njĩtagwo Mwangi wa Kibu the teacher Ngai we niwe mũndariku rĩrĩa ndaciarirwo ngĩkinya gĩkinyo kĩo koragwo ũnjũthĩrĩrie gũtũ waku gũtanarĩkia kũigua ihoya rĩakwa ũkoragwo nyitĩte macokio na guoko gwaku nĩ niĩ mũigua ngĩtwo Mwangi wa Kibu the teacher mwene cukuru ũrĩa mũnene mũno ĩtagwo Teachers Talent Nurturing Academy ungikorwo wi hau wenda guthoma keyboard ndarama guitar gukorwo wi DJ kana kuhua trumpet tare kuhua wega kana kurekorderwo nyimbo ciaku wega kundu ti kungi ni kuria kwa Mwangi wa Kibu the teacher social media ciothe no Mwangi wa Kibu the teacher nginya YouTube muhore irohero wega haya thank you the teacher Mwangi nena college nene muno wewe na mwana waku onana na Mwangi amuhe ofa njega Mwathani agocwo ringi na ni njitagwo Coro wa bass huraga bass gita ĩrĩa ũrona harĩa nĩ huraga na bado ndĩrĩ mwalimu wa gita keyboard ya na YouTube ciothe Coro bass ciothe TikTok guothe nĩũkũnyona na nĩtũgũbundithania maũndũ maingĩ karibuni muhore irohero wega asante nake tumwitaga Pius Pianist kada ya kuma kũrĩa mwena wa UK no UK ya korogocona haha ũguo Bwana asifiwe. Salimia rafiki yako mwambie umesalimiwa na Pius Pianist.
nimeokoka Yesu ni Bwana all the way from UK, no ni UK ya Rugongo, ngoragwo Kameme TV tuna munene witũ gwĩtwo Martin Wanjana. God bless you. Nĩndakenio mũno nĩ inyuĩ, nĩndĩũkaga gũcera to ngĩthomaga haha kĩanda. God bless you. Thank you. Eno ũmwe acio angĩ maikare thĩ rĩu karaithio haha na mũtigathi kũndũ kũngĩ mũgũthiĩte kũraihu mũno. Haya. Mũno. Ugo kaũndũ kamwe. Niĩ njĩtagwo Sami wa Ndarama, namba yakwa ya thimũ nĩ 072. Yake. Korenda mũrĩkĩ namba. Nduge wĩkaga atĩa akinya nĩ namba. Ti namba. Aya. Yana namba mũthuri. Mũrĩega rĩngĩ. Rĩrĩa njĩrĩgĩte haha ndiahanaga ũguo hana. No tondũ wa ũheani wanyu na tondũ wa ũrĩa Ngai amũteithirie mũkĩnyitĩrĩra, nĩkĩo mũrona ndĩna kaũndũ keho gatarĩ koru mũno tondũ wa Ngai. Nĩ ũndũ wa Ngai. Arwarĩte nginya akegaya. Nĩguo arenda kuga no harĩa aragera kũraihu. Akorora mũrimũ wa ngoita. Agacoka rĩu akambia kwĩgaya na ciana ciake ciothe na akambia kũmandĩkĩra wĩru. Atĩ nĩeka atĩa? Wĩru ya kĩndũ hatarĩ. No Ngai nĩ mwega atĩ nĩ niĩ ndĩmwe Mwathani agocwo. Namba yakwa ya thimũ nĩ 0728. Haya sawa. Ndĩmwendia wa thimũ cia goro na cia raithi. Thank you. Ũngĩbatara accessory o yothe niĩ ngoragwo harĩa Ruthuri 0728 333 240 0728 333 Karathi we. 240. Sawa. Na rĩtwa rĩakwa thĩinĩ wa social media ciothe Sami wa Ndarama. No Facebook ndĩtaga Njoro Sam. Ikara hau. Na mwaka ũyũ mwana ũcio aragĩire mahatha ndarĩ itherũ ũyũ. Kamwa gĩthaka. Thank you Apostle, nĩtũkwendete mũno na mũno kwenda Kameme TV. Na ndũrĩ watũrekia na nĩ ũtũnyitagĩrĩra ona rĩrĩa Sami arwarire. Ũrĩ ũmwe wa arĩa marũgamire na mũndũ na ihoya. Nĩndirikanaga wokire Kameme ukiuga Sami ndegũkua nĩ egũtũra muoyo. Na ũkĩmũhoera na ũkiuga kamũira ndĩmũhete kĩrĩa ingĩmũhe kũmũsupport. Ngomba kũmũhoera. Na Sami nĩkĩo araruta ũira nĩ tondũ he ndungata yarũgamire na mũndũ ũcio. Hũrei ndungata ĩno ya Ngai rũhĩrũ wega. Ũguo haha ngwenda kũmwĩra mũkoragwo na ndungata na nĩ muona nĩ ndungata ĩtahunjagia ũkabira. Nĩwona ũrĩa imagarĩte? Nĩwona ũrĩa amathĩtie ũhoro mwega? Mũtikiuge arathimwo. Mũtikiuge athereme. Maũndũ makĩria na nĩ tũmwendete mũno makĩ nĩguo mena Mr. Njenga. God bless you. Hena ndagĩka itigarĩte rĩu TV-inĩ. Icio nĩ ciaku ũrĩa wothe gwĩka nacio. Karibu sana. Asante. Thank you so much Martin Wanjana. Tihũrĩrai Martin rũhĩ. Ona nĩ tondũ wa kwenda Synagogue of Hope Church. Ngai akũrathime na Ngai agwĩke maũndũ mega na maũtugi. Na Bishop Emily nĩ ekugĩte no arĩ kũhoera. Atarĩ aragũtengemania handa ngĩthi kũndũ. Koguo no ũrĩhoerwo. Amen. Nĩ ngwenda gũcokia ngatho kũrĩ eroreri aitũ a Kameme TV. Ndĩmwĩre Ngai aromũrathima, Ngai aromwĩka wega. Ithuĩ twĩtagwo Synagogue of Hope Church. Synagogue of Hope Church twĩ haha Kasarani Hadio. Hau nĩho tũrĩ na kanitha wĩtagwo Synagogue of Hope Church. Synagogue of Hope Church wiki ĩno yothe tũgũkorwo kĩgongona-inĩ mũcemanio mũnene wa Shiro. Tũgĩthiĩ na mbere na kwĩyonithania mbere ya Ngai. Gũka kwĩra Ngai mabataro maitũ mothe na gũka kũhoya Ngai kĩrĩa tũbataire. Ũguo nĩ ihinda rĩgũkorwo rĩrĩega mũno na ihinda inene mũno rĩrĩa tũgũkorwo kĩgongona-inĩ tukĩyonania mbere ya Ngai na tukĩhoka Ngai atĩ nĩ egũtwĩka maũndũ manene na maũndũ ma ũtugi thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Rĩu ũmũthĩ twĩna keki haha Martin. Nĩ ya birthday. Birthday nĩ ya mũndũ ũyũ. Birthday nĩ ya mũndũ ũyũ haha wĩtagwo Reverend Njenga. Nĩ birthday yake. Tũtikĩmũinĩre happy birthday. To you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Akore in favor with men and with God. Na ndakongerere mbuĩ theri, ongerere hinya, ũmenyo, ũtaũku, ũgũre maburoti,
wake manyũmba, wongerere ũtonga na wongerere hinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ũguo nĩguo twakũhoera. Amen. Tũmũinĩra irĩngĩ how old are you now? How old are you now? 50. Happy birthday, dear Papa. Happy birthday to you. Rĩu no ũthiĩ harĩa. Jude nĩ amwetereire, reke Jude agĩtũtongorie na twarĩkia atũhoere ithuothe. Kĩrathimo gĩkĩ kwamũkĩra atũhoere ithuothe. Bwana asifiwe. Tumesikia venye tumeambiwa leo ni birthday ya tuseme sio leo, ni hii wiki. Ilikuwa ya tarehe moja. Tarehe moja. Lakini we are celebrating it today because we are together. He is our papa. We need to share in this blessing. Na ninaona imeandikwa happy birthday Reverend Jenga Papa. Hebu tumshangilie Bwana. Kama ni papa yetu, he is our spiritual father na ametutoa mbali, ametufikisha mahali hapa. So ningependa at least akate kapisi ndio aumishwe na mama. Then happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? Happy birthday, dear Papa. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Papa. Happy birthday, dear Papa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Papa. How we love you very, very much. How we love you very, very much. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Papa. May you live many, many Ni more. kama watoto wake wako karibu. May you live many, many more. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Papa. Amen. Mwathani agocwo. Ndiracokeria andũ othe ngatho arĩa othe matinda matwĩroreire, wale wote ambao wako online, wale ambao wanatazama kwa Kameme TV, ninarudisha shukrani sana sana kutoka Synagogue of Hope Church. Tunasema ni asante kwa sababu umekuwa pamoja nasi, lakini bado ndio tunaanza, kwa sababu mwisho wa hii wiki ndio tunakuja kumaliza Shiro. Kwa hivyo wiki hii yote kutoka kesho ambayo ni Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, hata Sunday tutakuwa hapa katika hii madhabahu, na tutakuwa na service mbili kila siku, na kuna wahubiri wengi, mabishop ambao watakuja hapa. Kuna wengi ambao wako njiani bado wanakuja. Kuna watu kama Bishop Dunstan Maboya ambaye ni anakuja. Kuna watu kama Prophet John Sikenga ambaye ni prophet, nabii wa hii madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo bado ndio tunaanza. Kwa hivyo siku ya kesho ambayo ni Monday, tunakuja katika madhabahu na mahubiri inaanza saa 4. Saa 4 mpaka saa 7 ndio the first preacher ambaye atakuwa na hubiri. Kutoka saa 7 mpaka saa 9 mhubiri wa pili atakuwa hapa. Na kutoka saa 10 mpaka saa 12 tutakuwa na mhubiri wa tatu. Kwa hivyo tutakuwa na mahubiri mara 3 kila siku throughout this week. Kwa hivyo kuna baraka, kuna neema, kuna miujiza, kuna uponyaji katika hii madhabahu.
Kwa hivyo ni jukumu lako kuweka maisha yako laini ili uweze kupata nafasi ya kuja mahali hapa. It is a choice that you make for your healing. Hakuna mtu mwenye alipelekewa uponyaji nyumbani hata katika Biblia. Wote walimtafuta Yesu. Kwa hivyo huyu Yesu siku hii ya leo yuko katika madhabahu. Na wewe ni lazima ufanye juhudi zako za kuja katika madhabahu ya Mungu kukutana na muujiza wako. Kwa hivyo ninakualika uweze kufika hapa. Kama hauwezi kufika hapa kwa sababu kuna wengi ambao wako mbali, unaweza kututazama kwa Citizen kwa online networks kama Facebook, YouTube, na pia tutakuwa katika TikTok. Pia tuko na Give Hope TV. Kwa hivyo tunakualika uweze kuwa pamoja nasi. Sisi tunajiita Synagogue of Hope Church. Tuko hapa Kasarani hapa kwa Dio. Ukielekea katika ofisi za chifu hapo ndio tuko. Asante sana kwa sababu ya Kameme ya kuweza kutuma wale ambao wametumwa hapa. Tunarudisha shukrani zetu kwa Martin wa Janet. Tunasema umekuwa pamoja nasi kwa siku mingi. Wakati ambapo tulianza kabla hili the church ianzwe, Martin alikuwa online wakiwa na apostle. Kwa hivyo kuna program mingi sana ambazo walikuwa wanafanya za YouTube ambazo ndio zilizaa the Synagogue of Hope Church. Kwa hivyo Martin, wewe kuna sehemu katika hii kanisa ulifanya kazi hata kabla hii kanisa jengwe. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Kameme FM na Kameme TV tukinyitĩrĩra mathaka maitũ Jumamothi mweri 11 October turagwĩtĩra Gema Festival Gĩkũyũ Edition kũrĩa Ashaki Gardens Roiro kũrigania na Spa Mall. Gema Festival Gĩkũyũ Edition ĩkaringithio nĩ Eddie Gathenge, Jose Gatutura, Wanja Asali, Waithaka wa Jane, Samido, Tony Young, Wajiro wa Waya, DJ Debul. Koigirani Alibad 1000, Getine 1500. No ogure tikiti kuhitokira *672*11#. Ticketed by Madfan. Jumamothi mweri 11 October tushemaniye Gema Festival Gĩkũyũ Edition Ashaki Gardens Roiro kũrigania na Spa Mall. Hihi tokorwo uhuthagira thimu yaku o kuhura gutuma SMS kana gutumira WhatsApp tu ureke tugucanure uria ungihota kwigira iheo nayo jishikie rewards urabatara o ku download app ya Stahili weke survey o nini uheo data any more internet more live gutire gweterera na ndurarihio onaki nitunyitanire na endia indo mwanya matukaine na thondeki indo gutigirira o ate wagura kindu ukaheo rewards. Download Stahili app omothe wekira special code Kameme TV na hau otuguo na iheota cashback coupons. It's that simple. Zawadika pap na Stahili. We're all in this thing together, then why can't we all just live as one? Greetings, Kenya, Mambo Bepe. This is Lucian the Messenger inviting you when K24 presents the Good Vibes Festival live in Nairobi, Kenya at the Jamhuri Park Showground. Saturday, November the 22nd, 2025. Go get your tickets. It's going to be epic. Run, go and get your ticket. I'm coming up to Kenya to rock it. See you there. Judgment in go pretty iniquity. Unity is strength and the strength is the power. People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital. By transitioning from print to the PD News app, we are delivering the same exceptional journalism you've relied on for years in a completely new way to experience it. It's news for today and the future. No paper, no waste. Just real-time updates and customizable stories.
This is a leap towards innovation, sustainability, and a better experience for you, our reader. Download the PD app now on Play Store and App Store. People Daily, news that moves with you. Ũtari wa mũciari nĩ ũrabatarania tabarĩra-inĩ ĩno. Wĩ mwega mũrori, hama ĩtojitagwo Dr. Joseph Mũrĩmi wakuma kũrĩa gwa Save Life. Ũmũthĩ ndĩ mũkenu nĩ ũrĩa tũraruta. Tũrĩ na Ishmael gĩbugi kũrĩa Laikipia na tũra launch rwĩmbo rwake. Mwenyewe akajona keti ni mgonjwa haya, kwa sababu mimi nasoma Kakuma. Sababu ya hii kitu ndio hakusomesha ta vizuri. Naona wasichana hata wanachekesha kwa shule. Naona hata mama wangu hakuna kitu ya kusomesha. Narudi nyumbani kulala, hauna pesa ya kuenda kwa shule. Hii kitu wakati walikuja kuja tu babangu alimkata akarudi tena, alimkata tena na kisu akarudi tena. Sasa mamangu ya alisema acha tu hivyo kwetu tungine na Umesema wasichana wanakutegelea shuleni? Na utegelea wanasema aje? Sema unafaa yeri. Unakwambia unafaa yeri? Unamwambiaga aje wewe? Sema tu unafaa yeri na unafaa hata kuja kwa shule. Wewe mnyama nataka tu ukae nyumbani hata. Ile siku baba alikukata alikwambia aje na alikukata alikwambia hiyo siku ilikuwa asubuhi ndio ulale ilikuwa aje kwambia tueleze. Leo siku mzee alisema lala. Tafuta kisu kanita mimi akasema lala. Mimi lala. Huyo mzee akakata na kisu. Baadaye akaleta maji akaosha. Ndio hii kitu tena kabla ya mwezi mbili karudi tena. Akasema kuja tena. Mimi nilikuja kalala tena. Kakata tena. Kaosha tena na maji. Kuja saa mara 3. Alama kuja tu lala tunabu. Mimi nilala kakata tena. Nisarudi na baba yangu sasa amededi hivyo. Ilikuwa chungu? Ulilia? Nililia. Sana? Mwiroreri nĩkĩeha mũno tũmwana ũcio athĩnjĩtwo maita makĩria matatũ nĩ baba wao akĩrutagwo kilo ĩyo ĩgacoka akarutwo ĩgacoka amenye nĩ ruo ũcio akableed tomatirĩ na ũmenyo matiũĩ ũndũ ũngĩ ningĩ tũkĩte gũkũ kũndũ interior mũno tũteithĩtie andũ aingĩ makĩria mena kilo ĩyo no rikana Wafula kuma kũrĩa West Pokot twamuoire tũkĩmũtwara kwĩ Dr. Mesha Konguti na agĩteithĩka no rikana ũrĩa wa kuma kũrĩa Kilifi Said aina kilo ĩyo nĩ mũno na kĩndũ ĩyo ndarĩ